see. May the Lord bless you so much. Thank you. Dakika yenu imekatika nusu sasa. Kwa hivyo ikiendelea tu kusimame, tutashukuru mmeonekana na amen. Sekundi kidogo. Asante rais kwa kuwaona watu hawa. Bwana Yesu asifiwe. Labda nyimbo zao ziko mbali, zimechelewa, lakini tunashukuru Mungu ili atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Asante Bishop Muasia. May the Lord bless you so much. Nafikiri kwaya hii tutawalika tena baadaye. Asante. Tunaomba waimbaji wote wa Maasailand wote waje hapa, tuongoze, tumsifu Mungu. Maro Shirigelia tuimbe. Hiyo kwaya itarudi, msiwe na shaka. Najua pia kujiandaa si rahisi mbele ya rais. Kwa hivyo ngoja kidogo. Waimbaji wote wa Masaini na Otuzuma, naomba tuje hapa wote. Waimbaji wetu wote wa CDs, hatuna nafasi ya kumba mtu mmoja mmoja, lakini tunaweza chukua hii the whole crowd tumuimbie Bwana. Naomba wote tumheshimu Mungu, tusimame tusifu kwa dakika 2 peke yake ili Mungu atubariki. Alafu mara moja usisalimiane, anza na wimbo. Asante. Haya keyboard, twende juu. Haya makofi kila mtu.
Uze mafuta haya ulipe deni ya, maana tumetulia tunapoheshimu kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Tukae jamani. Asante sana Your Excellency for that opportunity. Mama huyu ambaye alikuwa mjane, alikuwa na wana wawili na mume wake akafariki. Na Biblia inasema vizuri, mama huyu alikuwa mke wa moja wa manabii, kama moja wa hawa ambao wameketi katika meza hii. Lakini mume wake alipofariki, waliodai wakaja kumgongea mlango, wakamwambia, sisi tunataka utulipe deni yetu. Na basi akawa na shida kubwa, atalipaje deni? Na wale ambao wanamdai wakamwalisa, tumepata njia, wewe utalipa deni yetu. Asema njia ya kulipa deni ni kuuza wanao wawili ama kuwapeleka wafanye mateka ili walipe deni kwa muda ule ambayo watakuwa mateka. Akakimbia kwa mtumishi wa Mungu, akamulilia, akamwambia, wanao nidai wamekuja, wanataka kuchukua watoto wangu wawili nilionao wafanya mateka. Na basi mtumishi wa Mungu akamwambia, wewe unanitakia nini? Unataka nikusaidie nini? Mtu akikwambia unataka kusaidia nini, ni kama is putting off the lady. Lakini mama anapofikiria swali hilo, unanitakia nini, akalete swali la pili, wewe uko na nini mikononi? Wewe uko na nini kwako? Akafikiria mama, akasema sina kitu. Lakini kumbe huyu mtumishi wa Mungu ambaye ni mume wangu, pengine aliacha mafuta kidogo ambao tunasema olive oil. Kwambia, basi tumepata njia ya wewe kulipa deni. Asema, sasa wewe chukua watoto wako wawili, mtembee kwa majirani, mchukue vyombo vitupu na msichukue vichache, alafu mkarudi, mfunge mlango, na baada ya kufunga mlango mminie chombo hizo mafuta, yatakayojaa mweke kando, yatakayojaa mweke kando. Alafu baada ya hapo mrudi kwa zile nyumba ambazo mlienda kuomba, zile vyombo vitupu, mrudi kuuza mafuta hayo. Na mkifanya kuuza, basi yatakayobaki mtatumia maisha yenu na watoto wenu. Na bila shaka mama akafanya hayo, akachukua vyombo vitupu na akavilete kwa nyumba. Aligonga kila mlango, alienda kama muombaji, mimi nakuja kuomba chombo kitupu, mnisaidie. Alipatia ile vyombo vilikuwa kwa mlango, ili ilikuwa inatupu, haina kasi. Lakini alipopeleka kuweka mafuta yakajaa, na vyombo vilivyoisha mafuta yakaisha. Na akarudi tena kwa zile nyumba, alikuwa muombaji, ya kuomba vyombo vitupu. Lakini wale jirani zake waliokuwa wamemdharau, waliokuwa wanamuona kama huyu mama ameishiwa, anarudi tena kama mwanabiashara na kusema, nauza kwa shilingi ngapi, nunueni. Na akamnunulia mafuta hayo, na akarudi kwake. Na akaita wale walikuwa wanamdai, wewe ulikuwa nadai mimi pesa ngapi? Shika wewe, potea. Wewe unadai mimi ngapi? Wewe rudi kwako. Na wote walilipa deni. Na baada ya kulipa deni, tunaambiwa na neno la Mungu kwenye mstari wa 7, kuna yaliyobaki ambayo aliambiwa na mtumishi wa Mungu, utayatumia katika maisha yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuuliza wa Kenya, nataka kuuliza wana Kajiado, nataka kuuliza Wakristo wote walio katika nyumba hii na katika hekalu hili. Swali ambalo mtumishi wa Mungu aliuliza huyu mama, wewe umeshika nini mikononi? Wewe uko na nini ambacho utaitumia ili ibadilishe maisha yako? Your Excellency, na sisi zote mara nyingi sisi ni kulia. Mara nyingi sisi tunaona tunashindwa. Lakini kumbe Mungu ameweka
baraka nyingi katika mikononi mwetu. Hata Mungu alipomuuliza Musa, unashika nini? Musa hakugundua kwamba vyombo aliposhika inaweza kuokoa wana wa Israeli. Hata wale wanafunzi ambao walikuwa wanamuuliza Yesu kwenye Yohana 5, hao watu wamepata njaa, tuwafukuse waende nyumbani. Yesu aliuliza wanafunzi wake, nyinyi mko na nini? Wakasema, hapa kuna kijana mdogo, ako na samaki wawili, ako na mkate na samaki machache. Na ilibariki ikawatosha. Your Excellency, tunashukuru kwamba katika taifa la Kenya umetuambia ya kwamba tutumie rasilimali tulizo nazo. Na katika Masaini, kaunti yetu ya Kajiado, na katika manyumba zetu, na katika maisha yetu, katika ufugaji, kuna baraka zile Mungu ambayo ameweka katikati yetu. Mungu atupe neema kugundua baraka zile tuko nazo, ili Mungu aweze kutubariki tuitumie. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili ambayo alimuuliza huyu mama, ukichukua vyombo hivi na ukitaka kubarikiwa, uchukue vyombo vitupu. Come to me empty. Don't come to me half full. Don't come to me quarter full. Don't come to me, at least there is something, that there's another foundation which somebody has laid. God wants to bless us, but we have to agree kwamba it is only God who can bless us. Come to God empty, and God will bless you. Don't come with the heart of murmuring. Bwana Yesu asifiwe. Come to him. In Anglican Church, we have what we call a veto vote. May God help us to go to him empty. In the name of God the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Naomba tumpigie mtumishi wa Mungu Bishop Lenini makofi mazito. Bwana Yesu asifiwe. Basi bila kuchukua muda hata kidogo, asante kwa sababu watumishi wa Mungu mmetii saa yenu. We bless you in the name of Jesus. Ningependa nimuite mara moja tu Pendoris. He who offers a sacrifice of thanks zetu mbele za Mungu, na ni maandiko kwamba anayetoa dhabihu ya shukrani yeye anamheshimu Mungu. Na siku ya leo tunashukuru Mungu sana, maana katika ibada hii ya interfaith katika Jamhuri yetu ya Kenya, katika jimbo la Kajiado, tukiongozwa na Mheshimiwa Rais, tunakwenda kumtolea Mungu dhabihu ya shukrani. Kwa hivyo hakuna jambo lingine ningependa kusema, ni kwamba wale wanaohusika kutoa sadaka zetu waanze kujiandaa, na kwaya ya AIC. Samahani kidogo, kuna jambo askofu angependa kusema ili tuweze kuendelea. Asante sana. Thank you. Sorry, Your Excellency. Naomba tafadhali wachungaji wote wasimame, na imams, naomba jamani wachungaji wote, itakuwa sio vyema kama sitawa introduce wachungaji wote, maaskofu sote wote tusimame, hata wale wako kule kwa hema. Tafadhali wachungaji wote na their spouses, asanteni sana. Mungu awabariki sana. Tunawaheshimu. Asante sana. Thank you, Your Excellency. Asante sana. Kwa hivyo ni wakati tunakwenda kumtolea Mungu, maana sadaka tunapotoa mbele za Mungu inaonyesha heshima kubwa tulio nayo mbele za Mungu. Kwa hivyo ni nafasi nzuri kukaribisha wanaotuongoza kutoa sadaka zetu ili tuonyeshe heshima yetu mbele za Mungu. Wachungaji wale wanaoleta zile buckets, naomba lete hapa karibu. Na Mungu atakwenda kutubariki. Asante. Asante. Naomba ashes mara moja vile mmepanga, wale mnawaleta hapa mbele moja kwa moja ili Mungu atubariki. Kwaya.
Basi asanteni, kuna namba itakuwa hapa kwa screen tutawekewa ili weka sadaka yetu kama uko naye kwa simu, and the Lord will bless you. Tafadhali naomba studio mtiekee namba hiyo. Asante. Basi asante AGC, ile kwaya yetu ambaye tuliona ikarudi, wajiandae hawa wakimalizia. Haya, tokeni huko, njooni mara moja. Asanteni, tuwapigie makofi AGC kwaya. Naomba tafadhali mpeane nyimbo zenu. Tuwapigie makofi mazito, hata ingeanza kabla mjafika wimbo, mkutane na wimbo hapa tafadhali. Kwa hivyo naomba uwawekee, wakute wimbo wao mbele, itakuwa mzuri badala ya kuongojea. Itakuwa ni maajabu mara ya pili jamani. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Bas, good. Weka sasa. Iendelee tu, maana wanajua hata wakija. Asante. Alafu tafadhali sadaka kule nyuma utarudisha huku. Alafu naomba mtalete hapa ili uombewe. Asante. Moja kwa moja. Bishop Tito, mtalete hapa kama mko tayari tuombee.
Asante. Kanisa leo ni kubwa sana mpaka sadaka inachelewa. Naomba kanisa letu la Festival Harvest kwa dakika moja tafadhali, hao wakiondoka. Tuwapigie makofi mazito, wamemaliza. Hiyo wimbo mtamalizia mngekaa. Mabe, asi thank you. Tuwapigie makofi. Wimbo ikate pole pole, wale wengine weka yao. Naomba uwawekee kabla hawajafika wakutane na nyimbo hapa. Sandeni ashes wetu, mfanya kazi yenu kwa haraka. Asante mama. Naomba mweke wimbo tu mkija. Wimbo tuwekewe mara moja. Asante. Kule nyuma tufanye haraka kwa sababu tunakimbia na masaa yetu na hatutaki sisi kama kanisa kupoteza muda hata kidogo. Asanteni. Tukiangalia program yetu, kama tutaenda vizuri hivi, Mungu atatusaidia. Na unajua nyimbo ikikosekana kwa nyingine naweka yao. Kwa hivyo hiyo yenu ingekuja samani. Asante. Naomba wimbo. Tafadhali wacha kuwaleta kina mama hapa bila wimbo. Kwa hivyo muwawekee wimbo wao. Ama umeonekana. Najua pia kuonekana na rais, hiyo ni maajabu. Kwa hivyo Bwana Yesu asifiwe. Hii ni kanisa ya rafiki wetu mtumishi wa Mungu Bishop Ndisha. Ni kanisa ambaye lina jina ya baraka sana hapa Masaini. Asante. Kama hawana tutawapa watu wengine ili Mungu awabariki. Maana saa zingine nimeshangaa hapa leo hakuna network. Kwa hivyo hizi simu za Kajiado zimeteseka. Asante. Mbele hasa hapa nao. Basi asante sana. Naomba asante kwaya yetu tutamalizia kule nje. May the Lord bless you. Tuwapigie makofi mazito. Asante, hii ni kwaya ya baraka sana. Naomba mtumishi wa Mungu Mangura asimame hapa, naombe ni kwa sababu ya sadaka. Asante. God bless you. Your Excellency, welcome to Kajiado County. Tunakupenda sana, tunakuombea pamoja na wageni wetu waliokuja Kajiado. Thank you our governor and the rest. Karibuni sana. Your Excellency, we have the AMA conference. We normally do it, lakini corona ilileta maneno. Lakini August this year, utapata mwaliko and the leaders, utapata mwaliko, tunawalika.
Naomba tuombe wote kwa jina la Yesu. Baba wetu na Mungu wetu, tunasema asante kwa nafasi ya kipekee ya kuwa na ibada ya kushukurani kwa sababu ya taifa letu na kwa sababu ya mambo mazuri Mungu umetutendea. Hata kwa sababu ya uchumi wetu najua itapona, na naamini kwamba mvua itanyesha, na tunaamini kwamba Mungu utatupatia amani na furaha. Asante kwa sababu ya matoleo yetu. Mungu utubariki. Kwa jina safi la Yesu Baba nimeomba. Amen. Thank you. Naomba tuwapigie makofi watumishi wa Mungu. Sisi tumejaribu kukimbiza ibada yetu. Sasa tutawarejeshea wenzetu. Ningependa nimwalike Gitonga OP atuanzishe kutoka hapo. May the Lord bless you so much. Tupige makofi. Thank you, thank you, thank you. Tumpigie makofi mazito. Asante. Pia naomba tuwashukuru wa viongozi wa kanisa, wametuongoza vyema. Tuwapige makofi tafadhali. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, Naibu wa Rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Waziri Mkuu Musalia Mudavadi, Gavana wa Kajiado Mheshimiwa Ole Lenku, waheshimiwa magavana wote walio hapa, mawaziri wote, makatibu wakuu wote walio hapa wa idara mbalimbali, waheshimiwa wote wa kibunge, wa kiseneti, wa kitaifa na wa hapa mashinani, wote tunawashukuru kwa kufika hapa, waumini wote na pia viongozi wa kanisa. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa naomba sasa nimwalike ambaye ni mjumbe wa eneo hili Kanchori Memusi aje awasalimie na pia watambue viongozi. Tumkaribishe kwa makofi na shangwe. Karibu mheshimiwa. Asante sana, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, your Deputy President, all protocols observed, wananchi, viongozi wote, hamjambo. Praise God. Amen. Mrs. Yesu. Amen. Ndugu zangu Waislamu, assalamu alaikum. Asanteni sana. Basi jukumu yangu leo, Mheshimiwa Rais, kwanza kabisa ni kukaribishe Kajiado Central pamoja na wageni wote waliokuja. Karibuni Kajiado ya Kati. Mheshimiwa Rais, jisikie uko pahali pazuri, na hapa pia unapendwa. Ukiona hii kiwanja imejaa namna hii, unapendwa na unaheshimika. Na ndio sababu pia mimi niko hapa kujumuika pamoja na wewe. Na nikisema hivyo ninajua mnaelewa ni nini ninasema. Basi bila kuchukua muda mrefu, jukumu yangu ya kwanza ni kukaribisha viongozi wote, wajumbe wa national government ambao wako hapa. Ninaomba kwa haraka sana kwa sababu rais wetu anaenda mkutano mwingine Naivasha ambayo wote tunajua. Tafadhali wabunge wote wa National Assembly, Senate watakaribishwa na Mheshimiwa Senator Seki. Wabunge wote wenzangu, njooni hapa tafadhali kwa haraka. Mheshimiwa yeyote ambaye yuko hapa National Assembly, njooni kwa upesi. Mheshimiwa Rais, hawa watu wakikuja, hii eneo yetu ya Kajiado tumejipanga. Tumejipanga kama wajumbe, na tumesema kama viongozi wa hawa wananchi ya kwamba kwanza sisi tuko na unity of purpose. Leo Kajiado mzima iko hapa. Wabunge wa Azimio sisi tuko watatu na tuko hapa wote watatu. Kwa hivyo Rais, hiyo ni kukuonyesha ya kwamba tuko pamoja na wewe. Hata kama saa zingine kuna mahali tunapotea kidogo, lakini sio kwa ubaya. Aya, basi tuko na wajumbe hapa. Ningependa wajitambulishe kwa upesi sana. Mheshimiwa Tongoyo, microphone ndio hiyo. Huyo ni sawa. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu wa Rais na viongozi wengine wote na watu wa Kajiado, Mrs. Yeso. Basi mimi kwa majina ni Mheshimiwa Tongoyo, mjumbe wa Narok West, na nimefurahi kuja Kajiado na ninawapenda kabisa. Asante. Mheshimiwa Rais, Naibu ya Rais na viongozi wote na watu wote wa Narok Kajiado, Mrs. Yesu. Kwa majina naitwa Kibarek Ruben, mjumbe ya kule Mogotio Baringo. Asanteni sana.
Asante. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa mdogo wa Rais, wajumbe wote ambao wako hapa, wajumbe wa Kajiado, habari zenu? God is good All the time. all the time. Juzi tulikuwa hapa Kajiado South kuleta kijana wetu Parachina, huyu MP wa Kajiado South. Tukaenda pale na tukakuwa na declaration ya Kinama declaration. Tukasema huyu kijana ni mdogo, tukaangalia historia ya hapo, tukaona kwamba ole mzee mmoja alikuwa anaitwa Ole Tip Tip, alienda hapo miaka 20 kama MP. Mwingine anaitwa Metito akaenda miaka 20. Tukasema huyu kijana sababu ni mdogo pia ataenda miaka 20. Lakini lazima arudi kwa chama yetu inaitwa Kenya Kwanza. Sio? Asante sana. Asante mheshimiwa. Asante. Jina peke yake. Mheshimiwa Rais, mimi naitwa Kawanjiko, mbunge wa kule Kiamba. Mungu awabariki sana. Asante sana. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu wa Rais, kwa majina mimi naitwa Ken Aramat. Mimi ni mjumbe wa Narok East na mimi ni chairman wa kikao ya Wamasai katika bunge la taifa. Asante sana. Asante. Mheshimiwa Rais, Naibu wa Rais, mimi ni Rebecca Tonkei, Mama County Narok. Asanteni sana. Asante. Mheshimiwa Rais, Naibu wa Rais, watu wote wa Kajiado, yanda asuba. Mrs. Yesu. Kaji tangaranian Pauline Lenguris, Nara Mama County, Samburu County. Yanda ngama ingiroro na ngwa Samburu County. Ashole. Kajiado hoe, Mungu asifiwe. Mimi naitwa Rahab Mukami, Mama County wa Deputy President, nimetoka Nyeri County. Na ningetaka kuwashukuru sana juu tulikuja hapa na President na Deputy President tukatafuta kula na mkatupatia. Ya mwisho ningetaka tukitoka hapa kwa sababu tuko kwa kanisa, Mheshimiwa Memuz na Mheshimiwa Parashina waokoke wakuja Kenya Kwanza. Asanteni sana. Hiyo ni moto. Mheshimiwa Rais, Naibu wa Rais, mimi naitwa Jamatia Sergon, mbunge wa kutoka Baringo, Mama County. Thank you. Asante sana. Hamjambo nyote. Mimi naitwa Lydia Haika Mizigi na mimi ni Mama County ya kutoka county jirani hapa Taita Taveta. Mimi nafurahia sana kuwa hapa siku ya leo kwa sababu mimi nikiwa naenda nyumbani, hii ni njia yangu, natembea hapa nafika Kajiado nikielekea Taveta. Lakini hapo katikati iko changamoto hapo. Hapo Elasiti Rombo ndo utoke Njukini iko changamoto ya barabara. Na najua rais ana mpango mzuri na sisi. Sasa tukishikwa tushikamane. Si ndio hivyo? Mungu awabariki sana, asanteni. Asante Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako hawa ni wajumbe wa Kajiado County, naomba kwa dakika moja wazungumze. Thank you. Your Excellency, our loved President Ruto, Deputy Kachagua, our Governor, the Governor of Narok County, waheshimiwa wote na wananchi wa Kajiado, hamjambo. Mheshimiwa Rais, karibu feel at home in Kajiado. Mimi naitwa Mheshimiwa Maimai, mbunge wa Kajiado East Constituency. Tunakukaribisha Kajiado na tunakupenda. Ijapokuwa kama vile ndugu yangu Memusi amesema, sisi tulikuwa tuko pande ile ya Azimio, lakini hatuna chuki na wewe na hatuna ubaya na wewe. Tunakuheshimu kama president wetu na tutafanya kazi na wewe kabisa. Mheshimiwa Rais, this is a cattle country. Ama Kajiado ni county ya ng'ombe. Normally, our guest, we would give a kibuyu ya maziwa. But Mheshimiwa Rais, I'm very sorry to say that today we are not prepared for that. And the reason is, it's because of the drought. Hawa watu wetu wamepoteza ng'ombe yote. Tumepoteza ng'ombe yote, which is the backbone of our economy, which is our heritage, our tradition, and that is normally what we give to our great guest. So sorry kama hujapata kikombe ya maziwa kwa sababu ng'ombe zetu zote zimekufa. In that regard, Mheshimiwa Rais, I'm going to argue sincerely. Our people need food. They need food.
there is hunger in this landscape. We also urging you, Our Excellency, to consider us in your administration for drought mitigation methods and programs. Keep us in your mind, keep us in your program. Kajiado people are hard-working people, even as they are pastoralists, but we need your support kwa sababu sasa we have to restart our life because it has been completely depleted by drought. Last but not least, Mheshimiwa Rais, Kajiado East constituency iko na Kitengela. I'm sure you're aware. You've been to Kitengela so many times, Mheshimiwa Rais. And people of Kitengela, they truly love you. Hapo tuko na shida kubwa sana Mheshimiwa. Kitengela is one of the fastest growing towns in Kenya. It is also the bedroom of Nairobi. A lot of people who work in Nairobi, they sleep in Kajiado, especially Kitengela. But Mheshimiwa Rais, to your surprise, and very sad, there is no water in Kitengela. Zero water. And I'm asking you, Our Excellency, to consider us. There was a dam inaitwa Ololotikoshi Dam. Ninakuomba kwa heshima kwa niaba ya watu wetu wa Kajiado East constituency, utusaidie Mheshimiwa Rais, utupatie Ololotikoshi Dam ndio tumalize kiu Kitengela. I know you will do. And with that few remarks, feel at home, welcome all, and thank you very much for the opportunity. Thank you. Thank you. Tujaribu kufupisha tafadhali. Mheshimiwa Rais, Naibu wa Rais, viongozi wa kitaifa ambao wako hapa, wakaaji wa Kajiado, Bwana asifiwe. Yangu yatakuwa machache. Kwanza Rais, ni kukukaribisha Kajiado. Kama kiongozi wa Kajiado North, tumekuja wengi, na hii ni mara yako ya 3 kukua Kajiado. Naibu wa Rais karibu mara 4, kwa hivyo karibuni tena. Na pia Mheshimiwa Musalia Mudavadi, karibu sana. Your Excellency, mimi niko na mambo mawili. Kwanza, nataka nikushukuru kwa kupata nafasi ya kuja kufanya ibada Kajiado. Na kama viongozi wale tulichaguliwa, Memusi amesema vizuri, pia tuko na shukrani, tulipata nafasi ya kuhudumu. Wewe ukiwa rais na sisi tukiwa wabunge. Kama mimi Your Excellency ni mtu ya bottom up, nashukuru Mungu nimechaguliwa kama mbunge wa Kajiado North. Your Excellency, nikikushukuru kwa sababu ya kufika, pia nikuambie asanti kwa wale watu ambao umewapatia nafasi ya kuingia kwa serikali. Nyuma yako tuko na Mheshimiwa Kato, tuko na PS Kimodho pale, tuko na watu wengi hapa, tuko na chairman wa NSDA, umewapatia nafasi. Lakini Your Excellency, sio mimi nilisema, Rigathi alisema wale wanapata nafasi ya kutumikia Kenya utaigawanisha vizuri. Lakini mambo ya shares itaangaliwa. Pale Kajiado North tulikupigia kura sana, na kukumbusha tu shares yetu iko juu. Jambo la pili, Your Excellency, mimi najua wewe ni muungwana kwa mambo ya kazi. Your Excellency, juzi ukiwa Nairobi ulitangaza vile utasaidia mashule ya Nairobi kwa sababu watu ni wengi sana. Nataka tu nikukumbushe Kitengela, Ngong, Rongai, Kiserian haina tofauti na Nairobi. Ukipanga mambo ya kuongezea madarasa, watoto huko wanashikana karibu 100 kwa darasa. Na kuomba kwa heshima, CDF yangu na ya Maimai haitatosha. Ukitusaidia itakuwa baraka kubwa sana. Nikienda kumalizia, Your Excellency, nataka pia nikuombe wakati unapanga mambo ya maji, both the rural na urban iko na shida ya maji. Na maji Kajiado ni shida kubwa. Ngong, Rongai, Kiserian, Your Excellency, we have a big problem of water. Ukimalizia ile mpango ya maji itatusaidia watu wetu wa Kajiado. Your Excellency, pia kwa sababu mimi ni mtu wako wa mkono, nimepiga darubini, Memusi siku hizi ameokoka kabisa. Parashina ako 70%. Maimai ako sawa, Sunguya ni roho tu hajapokea na atapokea. Lea ako 60%. Seki amepanda kabisa, karibu anataka kufika 70. Pia nimeona Lenku, Your Excellency, nimepima naona pia ako sawa. Nimesikia pia akatoa kule State House anaingiaga ibada. Naona siku hizi kama kaunti inaendelea vizuri. So Your Excellency, ukizidi kukuja, hawa ni roho tu wamebakisha na mambo itakuwa sawa. Na kama kawaida Ngogoyo, unajua mimi ni kama Rigathi, ni watu wa ukweli, mimi niko 90% ukiwa na Rigathi. Mwenyezi Mungu akubariki. Your Excellency the President, Your Excellency Deputy President, our Cabinet Prime Minister, na viongozi wote, magavana na watumishi wa Mungu,
Bwana Yesu asifiwe. Naomba nisalimie hivi kama unaniona. Kwa hiyo akisema 70%, mimi ndo nimeanza kuhubiri Kajiado na kina Mangura. Tukihubiri injili wa injili, tulikuwa injilisti wa kuchapa kazi watu waingie kwa nyumba ya Mungu. Your Excellency, nachukua nafasi hii kwanza kukushukuru. Na zaidi ya yote namshukuru Mungu ambaye amekufanya president wa Jamhuri ya Kenya wa muhula hii wa 5 kama president wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Nataka kusema tunakushukuru na tunamshukuru Mungu kwamba amekupa nafasi hiyo mkiwa na Rigathi Gachagua kama deputy president wako. Your Excellency, nashukuru pia Mungu ambaye amefanya tukutane leo siku ya leo, tuje tumrudishie wote shukrani kama viongozi. Nimetangulia kukuambia saa ile nimekukaribisha pia. Jana juzi ulipoongea ukiwa kule Paris, France, niliona kweli sijui hata Kenya ikutoshi, labda upelekwe tena sehemu zile. Uliongea kabisa, nataka kusema asante, hongera. Ulituwakilisha kama Afrika na kama Jamhuri yetu ya Kenya, tunasema pongera na we are proud of you Mr. President. Your Excellency, naungana na wengine kushukuru kama mjumbe ambaye anatoka Kajiado South, uliweza kupata nafasi na kumpa mheshimiwa Katoo Metito kuwa State House Controller, na kwa hivyo nataka kukushukuru kwa hiyo nafasi na zingine zote, ikiwapo umetuletea ndugu yetu Kimodho na ukampa irrigation. Najua hata kwamba ukijibu baadaye mambo ya maji, wewe tuelekeze kwa ndugu yetu Kimodho. Akishindwa kufanya, hatutakulaumu yeye. Hatutakulaumu wewe, tutamlaumu sasa wewe, manake umetupatia Kimodho kama PS wa mambo ya maji. Your Excellency, mimi nataka kusema kama mtumishi. Nasema mimi ni mjilisi kama mtumishi wa Mungu. Nilipoangalia juzi watu wangu wanafaa wapelekwe wapi? Kasema watu wangu wanafaa wapelekwe mahali maji iko, mahali stima iko, mahali barabara iko, mahali kazi inapatikana. Na niliambia Ngogoya kuongelesha, na Ngogoya aliniambia ulisema watanichunga. Kwa hivyo mimi, Your Excellency, mambo si mbaya, mimi wokovu yangu iko sawa, lakini acha niombe moja tu, kwa sababu sasa Your Excellency, nimekuwa nikikutana na you are able deputy president. Tukua Nakuru, tukapiga mambo ya ulevi, mambo ya pombe na mambo ya madawa. Alituma multi-agency team to Loitoktok pale boda yetu ya Ildamat. Deputy President, nataka kusema thank you so much. Naona boda yetu ya Ildamat ikifunguliwa iwe ya masaa 24 na uchumi yetu Your Excellency itapanda. Pale ndo magendo yote inapitishwa. Na mlipochukua hiyo direction, ifunguliwe, itengenezwe iwe kama ya Mheshimiwa Memusi. Our economy will grow because our neighboring Tanzania wanaingiza mizigo kupitia Panya route. I have the longest route between from almost from Namanga mpaka Ulili, the side of Taveta. Naomba Your Excellency, kwa sababu Deputy President ameanza mpango, atatujibu. Nataka kusema Your Excellency, ya mwisho naungana na Madam Haika, Mheshimiwa wa Taita Taveta. Your Excellency, those roads were two in the Republic of Kenya. Hiyo barabara imerukwa mara mingi, Your Excellency. It is called Lot 32. Our colleagues from Isiolo, North Rift, Your Excellency, walipata barabara yao ya Isiolo imeanza. Your Excellency, yetu ya Ildamat Taveta Road. Your Excellency, that road has already killed, as we talk now, 23 people. That road, Your Excellency, ndo nikueleze vizuri, maana unajua ile toto vizuri. Hiyo barabara inatuserve kwa mambo ya tourism, build the economy of this country. We are the host of Amboseli Game Reserve. We are also the host in some part of Tsavo National Park. Your Excellency, the best view of Mount Kilimanjaro is there. The best view of Chulu Hills is there. In the terms of agriculture, Your Excellency, mambo ya nyanya kitunguu tunafanya pandeli. Ile barabara, Your Excellency, saizi inakuwa insecurity, inaita insecurity this country. Barabara gari inaibiwa Nairobi, inaibiwa sehemu zote za nchi yetu. Mahali ya kukimbiza na kupeleka kwa urahisi ni kuipitisha barabara ya Ildamat na kupitisha kwa ndani ya Panya route, sababu barabara is impossible. For the purpose of equity, Your Excellency, I know there is no money. Tumejaribu juzi, mambo ya finance bill imepita. Hiyo program ilikuwa imewekwa, Your Excellency, under annuity. Na kuomba mbele za Mungu na mbele ya wananchi wa Kajiado County, leo ukitoka hapa, Your Excellency, pitishia hiyo barabara na Mungu ataenda kukubariki
na atakutenda mema. 2027 Kajiado County ni block, tutalock. Thank you. Asante. Waheshimiwa, tujaribu Mheshimiwa. Asante sana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, Your Excellency, all our protocol observe. Mimi nataka nichukue nafasi hii kwa ufupi, Your Excellency, kukukaribisha nyumbani Kajiado. Feel at home. Your Excellency, naona kweli kama vile Mheshimiwa Ngogoyo alivyosema, sisi sote tuko hapa. Memusi alitangulia, sisi sote tuko hapa, watu wa Kajiado. Ni maajabu ya Mungu, tangu Mungu aumbe ulimwengu, Memusi hajai simama mbele hapa. Lakini amepona. Kila mtu amepona sasa. Kila mtu amepona, tumeketi, tumeweka watu wote pamoja. Memusi ukiekelea tu asali kidogo polepole, ikifikia 2026 unawekelea kofia. Hata mtu anaitwa Chorus ako nyuma yako tu pale tu. Kila mtu amekuja hapa. Your Excellency, like those who believe in your leadership, kama sisi ambaye tangu 205 unatutoa, unapinga hiyo katiba, tunakufuata Your Excellency. Unatupeleka kwa ODM, sisi tunaenda. Unasema twende URP, Your Excellency, sisi tunaenda. Unasema unamaliza URP, unamaliza TNA, unatengeneza Jubilee, tunaenda. Unasema UDA, Your Excellency, tunaenda. Unaweka mipango, umeweka proposal ya kupitisha bill. As a member of that committee, tumepitisha. Tumesoma haraka your proposal, nikaweka signature, Your Excellency. Na umepangia mambo mengi sana katika hizo barabara. Na mambo mengi sana katika hiyo bill. Your Excellency, leo tuko hapa Kajiado. Tunashukuru tuko na Kato, tuko na Kimodho, ako kwa maji. Ataweza hiyo kazi. Kama itawezekana basi itakuwa ni ngumu. Lakini mimi kuna barabara hapa ina connect Kajiado mile 46 Magadi ya watu wa Lodoklani, watu wako. Kuna barabara ina connect hapa Kajiado kwa baridi. Kuna barabara ina connect Ngong, Suswa, 90% imefanyika. Kuna barabara ambayo ipitiki Ewaso, Kidong, Mosiro, ndani Narok. Ni shida sana. Your Excellency, ya mwisho kabisa, Your Excellency, in my constituency, Your Excellency, niko na sub-county 2. Wakati ya ile serikali ambayo ilikuachia deni, ambaye saa hii Kenya hii, budget ya miaka 3, ndio Rais Uhuru, ndio Rais William Ruto amalize 10 trillion. Hata wakina Memusi alikuwa amefaidika. Niko na pali inaitwa Langata was, Your Excellency. Langata was sub-county. Tangu wakati huo haijafanyika. Ninakuomba utusaidie. Kwa haya machache na mengi, watu wa Kajiado tukae pamoja, tuende hii line, hii ndio line tu. Tafadhali ikisemekana na hapa na William Ruto, hapo ndio tupite. Kwa haya machache na mengi, mimi nasema asante sana. Asante sana. Waheshimiwa, tuwe waangwana tafadhali, kanisa ilichukua muda mfupi. Asanteni sana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, the Deputy President of the Republic of Kenya, Prime Cabinet Secretary, all Cabinet Secretaries present, waheshimiwa wabunge, gavana wetu wa kaunti ya Kajiado, Mheshimiwa Lenku, pamoja na Deputy Governor wetu wa Kajiado County, Mheshimiwa Mushisho, pamoja na watu wote wa Kajiado, viongozi wetu wa kanisa wakiongozwa na Bishop wetu Lenini, pamoja na imamu wetu,
na wakazi wote wa Kajiado County. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Yangu yatakuwa machache, Your Excellency the President. Mimi niko hapa kwanza kukushukuru kwa sababu ya kupata nafasi ya kuja kuabudu nasi hapa Kajiado County. Tunajumuika na kujiunga pamoja nawe kwa kutoa shukrani kwa Mungu kwa sababu ya kukupa nafasi ya kuwa president wetu wa 5 ya Jamhuri ya Kenya. Kweli Your Excellency, tukiangalia leo hapa, times and seasons truly belongs to God. Mimi nakumbuka siku moja tumejaribu kuja hapa siasa, tukakuta vifuli mingi sana, lakini leo vifuli zote zimefunguliwa. Tuje tumshukuru Mungu kwa sababu umekuwa rais wa 5 ya Jamhuri ya Kenya. Wacha tumshukuru Mungu pamoja na wewe kwa hiyo nafasi, na pia sisi viongozi wa Kajiado County ambao Mungu pia amewahesabu kwa nafasi za uongozi, tuje tutoe shukrani zetu pamoja na wewe. Pia najua watu wa Kajiado leo tuna shukrani kubwa kwa Mungu, maana ungekuja hapa miezi chache iliyopita hatungepata mtu hata mmoja. Maana hao watu waliathirika na kiangazi kali, mifugo wakafa, chakula ikaisha na karibu ifikie kwa manyumba kuathiri watu kiangazi. Lakini leo tuna sababu ya kumshukuru Mungu pamoja na mabishop wetu kwa kutukumbuka kwa mvua. Mimi Your Excellency nataka kuongelea kazi ya kina mama katika Kajiado County, maana mimi ndo msimamizi wa kina mama katika county hii. Your Excellency, hawa wa mama wengi wao karibu 80% hawajaenda shule, hawana masomo, na ile kitu wanategemea kwa wingi hawa kina mama wafugaji ni ushanga. Wengi wao hapa they are designers in their own rights. Lakini tuko na shida moja Your Excellency. Mimi kwanza nikuwe women representative, nimefanya value addition trainings tukishikana na Ushanga Initiative, nimetrain wa mama Kajiado West, nimetrain wa mama Kajiado Central, tunaelekea sasa Kajiado East na South kwenda kutrain wa mama na Kajiado North. Lakini changamoto ile tuko nayo Your Excellency, hawa wa mama hawana soko ya kuuzia ushanga yao. Soko moja ambayo iko Kenya inaitwa Masai Market, iko Nairobi, na hawa wa mama hawafaidiki nayo. Maana wanafika pale wanauza bidhaa zao kwa bei ya chini na hawana nafasi, na hao brokers wanauza kwa nafasi ya juu. Mimi leo nakuomba Your Excellency, vile umekanyanga Kajiado County, nisaidie kuwajengea hawa wa mama uwanja wa kuuzia ushanga. Tayari tuko na uwanja wetu pale Kajiado North Ngong. Papers zake ziko tayari. Ninaomba tuwajengee Masai Market hapa Kajiado County ili wapate mahali ya kuuzia ushanga wao. Pia Your Excellency, tumeorganize hawa wa mama kwa cooperatives. Nimesha train cooperatives 53. Tunataka kufikia cooperatives 100 katika kaunti ya Kajiado, na kila mmoja iko na wamama 100 na kuendelea. Lakini ile shida tuko nao Your Excellency, hawa wamama wameathirika na kiangazi. Ile maziwa kidogo walikuwa nayo wauze, walete katika cooperative wa save ili wapate pesa hata ya kununua hiyo ushanga, hawana sasa. Sasa leo mimi nakuomba kama mama county nifanyie harambee moja kwa hizi cooperatives 100 katika kaunti ya Kajiado, ili vile tunavyowapatia farmers mbegu yao pia tuwapatie, ili wapate kitu ya kuchukua na kununua shanga nayo, ili biashara zao zipate kuenea. Kwa hivyo Your Excellency, kwa hayo machache mimi ninakushukuru sana, ninakuomba utushike mkono. Asante kwa appointments ambazo tumefanya. Lakini mimi mama county nimesikia vibaya kidogo, maana kwa appointment zote zimefanyika Kajiado, hatujakuwa na appointment ya mwanamke katika national government. Leo mimi ninakuomba, wamama pia wa Kajiado wamesoma, tunapofanya appointment 3 ya wanaume, fanya 1 ya kina mama. Maana hawa mheshimiwa, hawa wanaume watatapatapa, lakini hawa wanawake ukiwashika, hawa wanawake ukiwaonyesha njia kidete, mimi na kuhakikishia wale watu 70% walikupa kura ni kina mama, maana ni watu wenye neema, ni watu wana mwelekeo, na ni watu hawabadiliki. Bwana wabariki sana, asanteni.
Asante sana, tuwapigie hao viongozi wote makofi. Asanteni sana waheshimiwa. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, mimi yangu yatakuwa machache. Kwanza tena nikukaribishe sana. Siku ya Jumapili ninajua ni siku yetu wote kulete shida zetu mbele ya Mwenyezi Mungu. Na wote tuko na shida. Kama viongozi tumebeba mizigo mengi sana. Na ikiwa sisi tunasikia mzigo ni mzito, na wewe je umebeba nchi nzima? I know it is heavy. Yes, unang'ang'ana. So Your Excellency, sisi tulikuwa tumesema kama wajumbe ya kwamba tutapresent issue zetu through Mheshimiwa Seki. Lakini umesikia yale wajumbe wamesema. Nitaongeza moja tu ili nifupishe. Your Excellency, Kajiado gets its name from a Maasai word called Olkejuado, which means the long river. Your Excellency, hii ni nchi kavu sana. And with the global warming, tuko mashakani, Your Excellency. Mifugo ya watu imeisha yote. Mimi nataka nikuombe, hiyo Olkejuado inabeba maji mingi sana kila wakati kukinyesha. Lakini hiyo maji mahali inaenda kuishia Indian Ocean. Your Excellency, ombi langu ni ya kwamba let us do dams in this river. Tufunge hii river yote, sababu hiyo hautakuwa umesort constituency moja, utasort Kajiado yote, because that river runs across the entire of Kajiado County. Your Excellency, wacha pia nikukumbushe kadeni kadogo uko nayo ya watoto. Na unajua deni ya watoto, Your Excellency, sio mzuri kwenda nayo. Kwa hivyo ningekuomba, iko wakati ulikuja hapa 2015 kufanya campaign, ward inaitwa ya Dalale Kutuku. Pale iko shule moja inaitwa Enkorika Secondary School. Ukawaidi bus. Hiyo bus, Your Excellency, ninaomba tukitoka hapa uniambie mahali nitaenda kuichukua mimi mwenyewe. I'll drive it to that school. Hiyo kadeni kidogo tu. Nikimalizia, Your Excellency, wenzangu tumezungumza hapa mambo ya finance bill, na ninajua pia utazungumzia kwa sababu tumekuomba mambo mengi, na unajua lazima ukuwe na hiyo pesa. Na mimi nilikuwa mjumbe mmoja ambao tulipinga finance bill. Lakini wacha nianze kukuambia, sio kwa ubaya, Your Excellency. Ni tumaneno tu kidogo kidogo. Ile kitu kidogo ambayo mimi nilikuwa na shida nayo ni mambo ya nyumba, Your Excellency. Na ni vizuri niseme, mimi napenda kuweka mambo yangu kwa meza. I like putting all my cards on the table. Your Excellency, mambo ya nyumba, sijui kama ni kuelewa, mimi sikuwa nimeelewa. Lakini nikiangalia kila wakati nikiingia constituency, ile shida ninaletewa na wananchi ni mambo ya school fees, mambo ya hospitali, na mambo hata ya chakula. Your Excellency, hapa iko njaa ile hakuna. Mambo ni ngumu kabisa. Na najua unajua. So, Your Excellency, I had reservations on that. And the workability of the idea. We're going to get about 7.5 billion shillings every month. Mimi kwa ukurutu wangu nikapiga hesabu ya haraka. Nikasema 7.5 billion, ukisema divided by 290 constituencies, kila mwisho wa mwezi ungekuwa unapatia kila constituency 26 million ya bursary. Education would have been free in the entire country. Your Excellency, because ni ngumu kupata ajira ya hawa watu wote, if our people are educated and they are skilled, we are able to export that labor to other countries. There are countries like the Philippines, which is one of the biggest export in terms of labor. There are countries like India. There are countries like Mexico, ambayo hata kama hatuwezi kuaccommodate hawa wanafunzi wetu wote. Niliona Deputy President alipoenda graduation the other day. And Your Excellency, the Deputy President, thank you for being honest. You told the young people, hakuna kazi. That is the situation. Hakuna kazi. But if we can do something for these young people,
to be educated, because right now, poor families are not getting a chance to educate their children. And Your Excellency, I'm talking to you because ninajua uko na roho ya utu. The other day when you're in Nairobi feeding children, I saw your clip, shedding tears. Haupendi kuona shida. Your Excellency, nimesema mimi nilipiga hesabu yangu ya haraka haraka na ukurutu, but unaweza tuelekeza zaidi. But mimi my priority, Your Excellency, ni kukuomba tu kitu moja. Because the finance bill imepita. Now that is water under the bridge. My request is crack your whip, so that hao wananchi ile pesa wanatoa mifukoni, kwa sababu sahi wametoa kwa mifuko yote mpaka ya nyuma. Your Excellency, hiyo pesa kusikue na wastage kwa serikali. Hiyo tu ndio mimi ninaomba. Hiyo ingine tumeongelea hapa ya kwamba tumeokoka. Your Excellency, your government, na nataka for me to go on record on this. In your government niko na marafiki wengi sana ambao hawanipi nikae mbali na wewe. Kato, State House Controller, ni mtu tunaheshimiana sana. You have people I'm very close with. Kwa hivyo hata kwa sababu najua leo haujakuja hapa siasa, hata tukikuambia tutakuwa na wewe 2027, you know we are only given this day. Hatujui kesho. So we'll be lying to you. But I want to assure you, and I want to say this in front of my constituents and in front of all the visitors who have come here, I want to work with your government. Asanteni sana, Mungu awabariki. Nachukua fursa hii kualika Mheshimiwa Seki. Asanteni sana. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Mesisi Yesu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, the Prime Cabinet Secretary, Your Excellency, the Governor wetu, Joseph Olelenku, Governor Narok, Ole Ntutu, viongozi wote walioko hapa na watu wote wa Kajiado. Enda suve nenga igil. Hamjambo tena. Asante sana. Your Excellency, kwa ruhusa yako kwa ufupi sana, ningeomba niite senators wetu wako hapa, lakini kabla sijaita mkubwa wetu majority leader, Mheshimiwa Paris, please kuja utusalimie, alafu tuweze kusema mawili. Thank you very much. Asante sana. Thank you. Asante sana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, Your Excellency, the Prime Minister, the Prime Cabinet Secretary, Your Excellencies, our governors, the Governor of Narok and the Governor of Kajiado, our PSs who are here, members of Parliament and members of Senate, our Majority Leader, the church leadership, our bishops and reverends, na wananchi watukufu. Bwana asifiwe. Ebu tusalimiane kwa jina la Yesu. Amen. Thank you very much. Your Excellency, sababu mengi yamesemekana, ndahakikisha yangu ni mafupi sana. Your Excellency, wacha hata niseme hivi na niombe Wakenya wote wenye wako hapa. Sababu ya ile speech ulisema pale Paris na the world listened. Naomba tusimame tumpatie president a standing ovation. Na mpigie makofi jamani. Thank you very much, Your Excellency. Thank you very much. Thank you very much. Asante sana. Your Excellency, you did us proud. You know, there's one thing about you. You never let down. You never let us down. When you spoke, we were all on our TVs and we said, Kenya is speaking. We are proud of you, Your Excellency. Thank you very much. Your Excellency, sababu wabunge washasema mengi kuhusu constituency zote.
mimi nitasema hivi. Your Excellency, nichukue nafasi kukushukuru kwa njia ya kipekee kwamba you've been kind to us. You've been kind to us, the people of Kajiado County. Kwa hakika tuko hapa na mama county labda kidogo she was very passionate, lakini amesahau kidogo that I, being in the Senate of the Republic of Kenya, I am your own appointee through the party of UDA. Your Excellency, amesahau kwamba dada yetu Mary Senator is already an appointee of your government. And so we are taken care of, lakini we will not mind a few more. Your Excellency, unajua Biblia inasema kwa nyumba ya baba kuna vyumba vingi. And because you have already taken care of a number of us, Mheshimiwa Kato is in State House, I am in the Senate, Mary Senator is there, even Daktari Ngedienye, who was on the other side, is already taken care of. Your Excellency, we have our injured soldiers wakati ya campaign. Kuna jamaa moja wa kutoka kwa jamii hii, tuko Ildamat Stadium. Kuna jamaa mwenye aliwania kiti ya Senate kutoka kwa jamii ndogo inaitwa Ildamat, anaitwa John Tikan. Ni mmoja wetu, Your Excellency. If only you can also accommodate him somewhere. We have Francis Major, who was my competitor kwa kiti ya governor. Your Excellency, tunajua nyumba yako itatutoshea sisi wote. Tuko na mrembo anaitwa Janet Teia. Your Excellency, if she's taken care of, we are good to go in Kajiado, lakini sisi tunasimama na wewe 100%. Your Excellency, kuna barabara yenye itaunganisha Namanga Road na Mombasa Road. It's only 38 kilometers. Isinya Konza Road is a road we have spoken about. Your Excellency, tunaomba utufanyie hiyo moja. Then Your Excellency, ya mwisho ndio niende nikae, sababu wameongelelea kiangazi mingi. Kuna watu wengi hapa wako na deni ya AFC na ng'ombe zimekufa, hatujui tutalipa na nini. Your Excellency, ikiwezekana ututafutie namna ya kutuondolelea hizo madeni ya AFC, hii jamii watakuwa wamesaidika sana. Your Excellency, I thank you. We are grateful. Barikiwa na ubarikiwa tena sana. Thank you very much. Your Excellency, tuko na senator wetu wa Kirinyaga, Mheshimiwa Murangu. Karibu. Asante sana Mheshimiwa Rais, Naibu wa Rais, viongozi wote na wakazi wa Kajiado, mjambo. Kwa majina naitwa Kamau Murango, mimi ndio senator wa Kirinyaga. Mtukufu Rais, sisi tunashikana nawe kama mbigiji ile inatafunwa. Nataka kukuambia kwamba kwa sababu tuko kwa chama ya UDA, tuko pamoja, mfungwa achagui Ingereza. Tuko nawe mpaka mwisho. Asante. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Murangu. Asante sana. Wacha niende moja kwa moja nikikushukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu ya kuweka Kajiado County katika program yako. Najua ya kwamba imekuwa maombi, tumekuomba, lakini wewe mwenyewe ukatuambia ni leo. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Mimi nimeshangaa kwa sababu jana nikiwa hapa nimeangalia hii tent, nikawauliza wahusika, hii tent itaingia watu wangapi? Ukaniambia 15,000. Na Mheshimiwa Rais, hizi kuna watu wanasimama kule wamekosa viti. Na washukuru watu wa Kajiado kwa kuja kwa wingi kumpokea rais wetu, na ni kwa sababu ya upendo mwingi. Asante sana Mheshimiwa Rais. Ningependa pia kusema ya kwamba kama vile wenzangu viongozi wa Kajiado wamezungumza na sasa hivi sioni nikiwa na mengi ambayo nitasema, kwa sababu tayari wamesema mambo ya barabara. Viongozi MPs wetu wamezungumzia. Wewe unaelewa kona yote ya Kajiado County.
Hiyo ni shida ambaye ninajua kwamba unaelewa. Tunakuomba Mheshimiwa Rais, utuangalie hata katika kilomita 150, sisi tutakaa pamoja na viongozi hawa, tujue itaenda namna gani. Maana tayari umoja imeingia katika kaunti yetu. Unaona viongozi wa Azimio wako pamoja nasi, Mheshimiwa Gavana ako pamoja nasi, na tutatembea pamoja. Na kwa sababu hatutakudanganya mbele ya hawa watu, 2027 tunaomba vile Mheshimiwa Parashina amesema, tutakuwa block katika pati yako. Ama namna gani watu wa Kajiado? Ya pili ni maneno ya maji. Tumezungumza mambo ya maji, urban and rural. Tukipata dams vile Mheshimiwa Memusi amesema, tuweze kublock hizi rivers, seasonal rivers ambayo tuko nayo, na tuangalie town zetu. Kama Mheshimiwa Maimai amezungumzia mambo ya maji ya Kitengela, Ololoitikoshi Dam ambaye Earthy Water wamefanya study na wako na documentation ambaye sasa hivi tunataka tu pesa ili tuweze kuweka katika kazi hii. Na hiyo maji ilikuwa inakuja mpaka Kajiado, Isinya na Kitengela, na hata siwa system. Hiyo tayari documentation iko tayari. Your Excellency, tuweka katika ramani hiyo na tutashukuru zaidi. Ya mwisho ni maneno ya roads, ya ushanga, na imesemekana vizuri, imezungumziwa na dada yetu Lea. Hiyo ni jambo ambayo tumezungumzia, na naomba Mheshimiwa Rais, kwa sababu tuko na msichana wetu anaitwa Mashipi yako hapa, na tunatembea pamoja na yeye na Mheshimiwa Lea, tuangalie katika sehemu hiyo ili tuweke katika mikakati. Na kwa sababu baba akija Kajiado na akija nyumbani, Mheshimiwa Rais, hii familia ya Ildamat ni familia ndogo sana katika Umasaini, clan zetu ambaye tuko nayo. Mimi najua ya kwamba, na ninaomba kwa sababu wako hapa kwa wingi, ninakuomba Mheshimiwa Rais, tupatie mtu mmoja ambaye tutampresent ili tuweke katika national government katika jamii hii ya Ildamat, kwa sababu leo umekuja kukanyanga kwao. Ya mwisho ningependa kusema ya kwamba hii maneno ya cooperatives, mimi ni chairman katika Senate wa cooperatives, trade and industrialization, na ninaona ya kwamba Wamasai sasa wameingia katika mambo ya cooperatives. Mheshimiwa Lea amezungumzia, na kuna watu wengi hapa ambao wanasimama na mambo ya sand harvesting, na wako katika cooperatives tofauti tofauti. Na juzi tukiwa State House tumezungumzia kwamba katika hii program ya kupangia mambo ya housing, wacha tuweke hao watu katika njia nzuri, ili hiyo mchanga, that sand, tuweze kuweka katika mipangilio ya kuweka katika mambo ya housing. Na najua ya kwamba hiyo itafanyika kwa katika serikali yako. Mimi nataka kusema asante kwa sababu ya mambo ya appointments ambayo tumekuwa nayo ni mengi, lakini tunaomba tusaidie zaidi, hata kuangalia wazee wengine kama hapa kina Mheshimiwa Tutui ambaye alikuwa frontline katika serikali yetu, ako hapa. Mheshimiwa Tutui, tafadhali uko wapi? Ndio ule yuko pale. Naomba tuangalie Mheshimiwa governor wetu Ngedenye, ulimwangalia, na sasa hivi naona kama Kajiado yote imekuwa pamoja na Mheshimiwa ndugu yetu Kiroken ambaye pia alikuwa mjumbe katika Central hapa constituency. Mungu akubariki sana Mheshimiwa Rais. Ningependa kumuita Mheshimiwa Haron Cheriot ambaye ni majority leader wetu. Hatuna mengi, tukaribisha. Asante sana, Mungu akubariki. Asante Mheshimiwa Rais, Makamu wa Rais, Prime Cabinet Secretary, viongozi na waumini wote wa Kajiado ambaye wamekuja tuombe siku ya leo. Naomba niwasalimu, Meisisi Yesu.
Nataka niseme Mheshimiwa Rais pamoja na viongozi wote ambao tumekuja siku ya leo kwamba jambo hili ambalo tunafanya wakati tunapata nafasi kama hii ni jambo ya maana sana. Pengine wengi hujiuliza ni kwa nini wewe kama rais unatuongoza katika ibada sehemu mbalimbali katika taifa letu la Kenya. Lakini mimi hupenda kushukuru na kusema ni kwa sababu ndio wewe uwe rais na Rigathi awe makamu wako, ilichukua mkono wa Bwana. Na ndio maana tunachukua fursa na hatuwezi kuchoka kusema asante na kurudi kwa wananchi ambao walitupa fursa na wakakupatia fursa wewe kuwa kiongozi wao wa taifa. Tuombe pamoja nao ili tusije tukasahau, kwa sababu binadamu mara nyingi anaweza akasahau maneno ile ambaye alikuwa ameomba na akapewa fursa kufanya. Nataka nishukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu wakati Bishop Gadiel Lenini alikuwa anahubiri, kuna jambo alisema ambaye mimi nilikubaliana na yeye 100% na iliniguza roho sana. Yeye amesema katika kanisa yao hii ya Anglican, kiongozi wao ako na kitu inaitwa veto. Na ni kwa sababu wanatambua kwamba saa nyingine watu wanaweza sema maneno mingi, lakini kuna kitu kiongozi anaona ambaye watu hawaoni. Na kwa hivyo wanampatia ruhusa na wanasema wewe basi kwa sababu ni kiongozi wetu utuongoze na tuende safari hiyo. Mimi niliona ni kama alikuwa anazungumza kuhusu wewe pia. Sababu kuna maneno ambayo unajaribu kuambia Wakenya na ni kama viongozi wengine wanaelewa, lakini grupu ya kina rafiki yangu Kanchori kidogo hawasikii hiyo maneno, wanajaribu kupinga. For example, umetuambia deni ni kitu mbaya. Unajua ukiwa na deni ya mtu sio kitu mzuri, sababu yeye anaweza amua chochote na maisha yako, na sababu uko na deni yake atakwama na wewe. Kenya pahali uliipata na pahali ilikuwa imefika, sisi wote ni wa Kenya na tunajua pahali Kenya rais aliipata. Wewe ulipata Kenya ilikuwa inakaa kama lori yenye imeachiliwa kwa mteremko na dereva na makanga wameruka. Hasa wewe umepambana nayo, umerudisha karibu inashika laini. Ndio maana ile maneno unasema tuache mambo ya kukopa, tujitegemee. Ni ngumu kweli, lakini kwa mipango ile ambayo uliahidi, wacha tujikaze na tufanye ile maneno ambayo umesema juzi. Sisi kama bunge tumekufanyia hivyo, tumemaliza upande yetu, sasa mpira iko pande yako. Rais, sasa wewe pambana na kazi. Pambana na kazi. Sababu sasa hauna chochote ambayo utasema hakuna hii ama hakuna ile. Wabunge wamekupa nguvu na wamekupatia opportunity ya kutumikia hawa wananchi. Hii manyumba ambayo unasikia kina viongozi wengi wanasema pengine hatujui kama itajengwa. Sasa wewe tunataka tuone simiti ikifika hapa, electricians wakipata kazi, vijana wengi hapa Kajiado. Sababu umesikia mheshimiwa wa Kitengela akisema hii Kajiado ndio bedroom ya watu wengi wa Nairobi. In fact hii housing, ni kuambie rafiki yangu Kanchori, sababu umesema ulikubaliana na finance bill, nyumba ndio huko umeelewa zaidi vizuri. One of the biggest beneficiaries wa housing fund itakuwa hii county yenu ya Kajiado. It will be the largest beneficiary because Nairobi hakuna nafasi ya kujenga. Kwa hivyo many of the things that will have built in Nairobi itakuja hapa. Vijana wako ndio wataandikwa, watakuwa masons, watakuwa electricians, watajenga manyumba, watachomelea madirisha, na watu wakiishi hapa si wanakula, wanajientertain, utajenga mahoteli na nini. So mambo mzuri inakuja katika hii kaunti yetu ya Kajiado. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, sababu sisi kama bunge tumeshafanya pande yetu, wewe sasa panga squad yako hii ya executive, kusaidiana na Rigiji na Prime Cabinet Secretary. Wale watu umepea kazi, PSs, Cabinet Secretaries, CEO, wewe panga kama wale wanaonanga mpira. Kuna kocha anaitwa Jose Mourinho. Zamani watu walikuwa nafikiri sasa ile umepanga mpira uwezi kutoa mtu saba mpaka second half. Lakini Jose Mourinho alibadilisha mawazo ya watu. Yeye alikuwa akikuweka dakika ya 15 anaona ni kama unangedhia unazubaa, unapigwa saba. Katika hii timu yako pia ya mawaziri, CEO na chochote, ukiona mtu apange mambo ya afya, apange mambo ya wananchi, wewe piga firimbi, weka yeye sub, ingiza mtu ambaye anawezana na kazi. Hiyo ni siri tu mimi nakuibia. Sababu sasa sisi bunge pia hatutaki mchezo.
In fact, wengine wale wanalalia kazi kabla wafike kwako, sisi tutakuwa tumepita nao zamani. Utasikia nduru peke yake. Sababu hatutaki mchezo, tunataka sasa wananchi wafurahie matunda ya ile ushuru yao ambayo wamekupatia. Hiyo ndio kazi yetu sisi tukiwa wabunge. Hapa mnasemaje wananchi? Si kazi ikimbizwe, mambo itembee. Ile universal healthcare ambayo tuliahidi hapa Kajiado, sisi sasa tunataka kuiona macho kwa macho. Tupambane ili kazi iweze kukua vizuri. Sitaki kusema zaidi ya hapo rais. Niseme tu kuna jambo ambayo mjadala inaendelea Kenya, watu wanasema ni kama ati tunafinya watu ya magazeti zaidi. Hapana. We have no fight with the media, Your Excellency. In fact, what your deputy and some of us, most of us are saying is that the same way the media checks us as a political class, as a leadership, they equally deserve to be checked. Wacha wakisema kitu, let it be truthful, let it be factual, wasiweke maneno ya propaganda. Mimi naona wewe unakazana, unaongea paka huko nje, wazungu wanaelewa, watu wanaona nchi inaongozwa vizuri. Ukirudi Kenya, our media has chosen to be petty. Hawa naangalia vitu kidogo kidogo na kutafuta makosa kila saa. Jamani tafadhali, si nchi ni yetu sisi wote. Let us report also the good things that are happening in our country. It cannot always be about negative news from morning mpaka jioni. That's all we are asking of you. Isikuwe ati, for example, Musalia leo amevaa koti ya blue, a very nice jacket. Ukiuliza watu wa media wapatiane reports sahi, watasema Musalia Mudavadi has declared war on red jackets. Yani kila kitu tu ilakale kama, jameni, si tunasema tu hii ni nchi yetu, tupende na tuone ile vitu mzuri. Mkiona mbaya, kosoa kidogo. Siku ingine hata mseme leo kuna mambo mzuri imefanyika katika Kenya hii. Sitaki kuzidi zaidi ya hapo. Nataka nimshukuru Mwenyezi Mungu na nimkaribishe gavana wetu wa jimbo la Kajiado, Mheshimiwa Ole Lenku. Asante na Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana Senator Cheruiyot. Your Excellency, our President William Ruto, Naibu Rais ndugu Rigathi Gachagua, Prime Cabinet Secretary, colleague governors, wabunge wetu wa national na wa county, wapendwa watu wa Kajiado, of course nikipatia nafasi kubwa kanisa la Kristo na Waislamu ndugu zetu. Mheshimiwa Rais, pole kwa sababu tunajua kanisa ilipeleka program vizuri na uko na shughuli mbele huko. Wanasiasa sisi karibu tuipangue, lakini tutakimbiza wakati huu. Niwaombe wabunge wetu wa county wakiongozwa na speaker wetu na deputy governor mkuja hapa kwa haraka, wananchi wawaone ili niwaite governors wenzangu sababu Mheshimiwa Rais anaenda mahali. Mheshimiwa Rais, vile asanteni wana Kajiado, naomba utulifu kidogo, lakini asanteni kwa utambulizi wenu, asanteni kwa kutushangilia, kwa hiyo upendo, na asanteni sana kwa kuja kumpokea Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, naona hii ni upendo mkubwa kwamba kila mtu ameacha shughuli yake kushiriki ibada ya interdenomination hapa Kajiado. Mheshimiwa Rais, hawa ni wabunge wetu wa county, MCS wetu wote. Vile Senator Seki amesema, county tumekuja pamoja, tunafanya kwa pamoja bila mirengo zetu za kisiasa, tukitambua kwamba taifa la Kenya na Kajiado ni kubwa kuliko tofauti zetu za kisiasa. Sasa hao wote basi sawa sawa. Mheshimiwa Rais, hao wabunge wa county wamekuja wote, hawatazungumza, lakini nitamuomba speaker atujulishe ni nani yako hapa kwa haraka sana, asema mjambo, naibu gavana dakika moja, alafu wananchi tumalize hii hafla. Your Excellency, President wetu Dr. Samuel Ruto, Your Excellency the Deputy President, Cabinet Secretaries present, Your Excellency Governor wangu Ole Lenku, Governor wa Narok, and of course my friend ambaye tulikuwa nayo County Assemblies, Governor Isiolo, na wananchi wote wa Kajiado nikiheshimu kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency, mimi nataka kusema mawili tu. Kwanza nachukua nafasi hii kwa niaba ya County Assembly ya Kajiado pia
kusema karibu nyumbani. Nimesema karibu nyumbani. Na mimi basi huyu Your Excellency, asante sana kwa, najua tulikuwa na haraka lakini nimeshukuru sana. Your Excellency huyu anaitwa Oloimoni. The first Jaluo kuchaguliwa Kajiado County. He is actually, huyu amepiga rekodi Your Excellency. Ni mbunge wa Lolua. Your Excellency huyu ametoka Rombo, anaitwa Ngaine, ametoka huko mwisho wa Kajiado huko kwetu. Your Excellency huyu ni special elect, ametoka hapa Kajiado Central. Your Excellency huyu anaitwa Sholoi, yeye amechaguliwa hapa Kekonyoki. Your Excellency huyu naye anaitwa Saigilu, amechaguliwa hapa Lodokilani. Your Excellency huyu anaitwa Saitoti, ni mjumbe wa hapa Purko, next to hapa Ildamat. Hapa Lodokilani. Your Excellency huyu pia ni special elect, yeye ni ile chama yetu ambayo anajiunga na sisi Jubilee, na unaona hata kala zake sio mbaya sana, na amejiunga naye hata kwetu kwa county assembly. Anaitwa Caroline Ndeti. Huyu naye mheshimiwa rais anaitwa Parandai, yeye ni special elect, na ile chama ya kutusaidia kwa kufanya kazi ya wiping. So pia ni mtu mzuri. It's a good lady. Thank you. Your Excellency huyu ndio hapa kwetu tunamuita meya wa Ngong. Anaitwa Mberiri, Your Excellency, na yeye pia ni mtu wetu wa kazi. Your Excellency huyu ndio minority leader, ametoka sehemu ile ya Magadi, na yeye pia ndio pastor wa nyumba, na ametoka Magadi ward. Thank you. Your Excellency huyu ndio mjumbe wa ambaye ndio MCA wa governor wetu Lelengu, anaitwa Trump, jina kubwa hiyo, lakini ni mtu mzuri pia, ni wa chama yetu huyu pia. Your Excellency huyu ndio majority leader. Na unajua hii chama yako Your Excellency ni majority leader, anaitwa Loisa, yeye ni mjumbe wa hapa tu Dalalekuto. Your Excellency huyu ambaye anaitwa Mrefu, yeye ndio sasa mjumbe wa sehemu tuko, anaitwa Mheshimiwa Mutungei. Very good. Your Excellency anayefuata anaitwa Ngatho, yeye ndio chief whip, na yeye pia ni mjumbe wa Olkeri. Huyu ndio sasa alikuwa ile ward ya Ngogoyo. Your Excellency huyu anaitwa Marush, yeye ndio mjumbe wa Olosirkon pale sehemu ya Kitengela. Asante. Your Excellency huyu ni Mutungei, ni mjumbe wa Kajiado ward Matapato South na Manga. Huyo Your Excellency ndio deputy speaker wa Kajiado wa hii county ya Kajiado, naye ametoka sehemu ya Imaroro, na yeye ndio deputy speaker, anaitwa Daniel Kukan. Your Excellency huyu ni senior katika hii county assembly, alikuwa councillor, amekuwa MCA sasa 2 terms, akona miaka 20. Anaitwa Lowasa ama Meluami, ni mjumbe wa hapa tu Isinya. Huyu naye Your Excellency akona rekodi mingi. Yeye ni mjumbe wa hapa Mbirikani, alikuwa councillor, akakuwa chief, sasa ni MCA. So amesungua kila sehemu hapa. Very good. Huyu Your Excellency anaitwa Naisiai, ni special elect, naye pia amekuwa akihamahama na wewe kila mahali mpaka sasa ako huko, na this time around sasa mheshimiwa rais ana deni, ila madeni yote amelipa. Special elect. Huyu naye mheshimiwa anaitwa Mula, special elect kwa chama yetu, naye pia ni special elect akiwakilisha watu wa disability. Thank you. Huyu anayefuata anaitwa Osoi, mheshimiwa Osoi, ni mjumbe wa Matapato North, na Your Excellency wakati tulifanya County Assemblies Forum, yeye ndio mjumbe mdogo zaidi katika nchi ya Kenya, miaka 22 hivi. Naye huyu mheshimiwa ni special elect, naye anaitwa Joyce kutoka sehemu za Kitengela, special elect na katika chama ya UDA. Your Excellency huyu anaitwa Thabita, pia special elect sehemu za Ngong. Alikuwa anafanya kazi katika ofisi ya chama ya UDA. Mheshimiwa huyu pia ni special elect, anatoka sehemu za Loitoktok, anaitwa Evelyn, special elect kwa chama ya UDA. Your Excellency, sasa huyu ndio mzee wa Boma.
anaitwa Mutiga, mjumbe wa Ngai Murunya pale Rongai. Alikuwa kansala, akatafuta MP, akakuwa tena mjumbe wa MCA. Sasa miaka mingi sana anaitwa Mutiga. Asante sana. Your Excellency, nakushukuru. Mimi nitasema mawili tu. Moja ni kwamba licha ya kukaribisha hapa Kajiado, Your Excellency, kama vile Sunguya amesema, mimi nikiwa na wewe na Ngogoyo, mimi sijaichaguliwa chama kingine yako tu. Sema ODM, nilikuwa huko ukasema tutoke, nikatoka. Tukaingia ile chama ya ile ya Jubilee, ile ya TNA na URP, nilikuwa minority leader wa URP hapa Kajiado. Tukatoka, tukakuja hii nyingine ambayo ulisema Jubilee, ukasema tuchague lengo wakati hiyo. Wakati ulisema tuache ile mjamaa mwingine, nikaenda hapo. Ukarudi ukasema juzi tuunganishe chama, tukakuwa nikaingia. Juzi ukasema tena tuhame hii chama ingine, ni Ruto tu, chama ni Ruto. Your Excellency, na mimi naomba mambo mawili. Unajua hapa watu wameomba mpaka unashindwa hii vitu inaingia ama inaenda wapi. Kila mtu ameomba. Lakini unajua mzee akikuja mwenye boma, utaomba uone ile itapatikana na ile itakuja kesho. Na mimi naomba mambo mawili tu. Kwanza, Your Excellency, kama speaker, mimi nataka kwanza kukushukuru. Sababu mimi nimechaguliwa na chama yako. Ila watu walikuwa hapa ndio wamenipigia kura. So mimi nasema asanti kwa sababu pia nimepata kazi kupitia kwako. Nashukuru pia Rigiji. Unajua kuna kijana anaitwa Sawoyo ambaye pia alikuwa our former colleague. Ako kwako. Na unaona hapa anasimama hata tai ni mzuri kuliko vile. So nakushukuru sana Your Excellency. Finally, Your Excellency, unajua kuna siku tulikuwa na Ngogoyo. Tukaambiwa tupitishe BBI. Na wakati tulikataa, tukaambiwa mtatoka kwa komiti na pia mtatoka kwa ile vitu mlikuwa. Tukasema tukimbie pale Karen kwa sababu hapo tulikuwa tunapata usaidizi. Na unajua Faruk siku alikuwa mzuri. Alikuwa anatufungulia haraka. Siku hizi tunajaribu kutafuta hapatikani. So wakati tulienda tukitafuta hiyo usaidizi, sisi kwenda pale tukakuta nawe unanyang'anywa polisi. Sasa tukasema hii mambo kwani ni ngumu aje? Sisi tunalia pande hii, tunajaribu kukimbia huko, polisi wanatufukuza. So Your Excellency, siku hiyo hukuweza kutusaidia, lakini tuliona mambo ilikuwa ngumu zaidi kuliko hata ile sisi tulikuwa tunatafuta. Lakini leo nafurahi kwa sababu ile polisi nimeona nikikuja hapa. Ile polisi walikuwa barabara. Kumbe mambo ya Mungu ni mzuri sana. Mambo ya Mungu ni mzuri sana. Finally, Your Excellency, mimi nakuomba pia kitu moja. On behalf of county assemblies, naomba financial autonomy. Naomba financial autonomy. We have a budget. Na hatusemi uongezwe. Tayari CRA imetupatia ceiling. The only problem we have, before we get the money, ile processes tunachukua ni kama hata ile polisi ilikuwa inachukua wakati inapata pesa. And because you are able to solve it through the majority leader wa Senate, Your Excellency, tunaomba financial autonomy. Hatusemi budget iongezwe. Tunasema ile budget tuko nayo tupatiwe, tusimamie kwa njia inayofaa. Lengo this time hajatunyima chochote. Unajua saa nyingine ni vizuri kusema, but the financial autonomy ni kitu muhimu sana. So finally, Your Excellency, uongeleshe hii watu wa SRC kidogo, hao wajumbe kuna vitu mingi wamenyang'anywa. Uongeleshe hao watu waangalie hapo kiasi kidogo. So mimi nasema asanti Your Excellency, tutafanya kazi, tutapitia ile masheria inatakiwa, na mimi nasema asanti, na nasema karibu leo na kesho na milele. Asanti. Asante sana Your Excellency, our President Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency, our Deputy President Honorable Rigathi Gachagua, Cabinet Prime Cabinet Secretary, our governors, hitifaki zote zikiwa zimezingatiwa, viongozi kwa nyadhifa zenu, mabibi na mabwana, ndugu katika Kristo. Bwana asifiwe. Your Excellency, mimi nitaongea kwa machache. Kwanza nijiunge na viongozi wote ambao wamekukaribisha hapa, na pia nichukue nafasi yangu ya kibinafsi kukupongeza kwa kuwa chaguo la Mungu na chaguo la wananchi wa Kenya na kuchaguliwa na kupewa nafasi kuwa rais wetu. Jameni, pongezi. Wakati wa siasa, najua 2017 tulikuwa pamoja, tulikuwa nyumba ya Jubilee.
tulienda pamoja na umekuwa wandani rafiki wa karibu wa Kajiado. Tulitembea pamoja, lakini tulijikuta kwamba tumehama boma. Wewe umehama na kikosi kingine. Mwishowe hata sisi tukatoka. Tulijikuta tuko ODM, lakini mimi nahesabu kwamba ni mapenzi ya Mungu kwamba umepata kuchaguliwa kama rais na gavana Lengu akachaguliwa kama gavana wa Kajiado. Your Excellency, kuna msemo moja hapa Kajiado ambayo tunatumia kwa siasa, tunasema meara siasa kindeba kingelage, kwamba siasa hakuna tumemaliza, kuna tu tumerudi. Your Excellency, pengine hatukutembea pamoja juzi, huenda kwamba huko mbele tutakuwa pamoja kwa sababu Mungu ni mwema. Karibu sana, tunawapenda na karibu tena Kajiado. Thank you so much, Your Excellency. Asante. Your Excellency, sasa tunaenda kumalizia. Nimuombe Governor wa Isiolo akuje atusalimie. Governor wetu aliyetutua akijitayarisha. Karibu bro. Karibu sana. Thank you for coming to Kajiado. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, Cabinet Prime Minister Musalia Mudavadi, Gavana mwenzangu, wajumbe, wananchi watukufu wa Kajiado, Mesisi Yesu. Assalamu alaikum. Your Excellency, mimi pia ni mtu ya Kajiado. Nimefurahi sana kurudi hapa nyumbani. Mimi nilikuwa nasoma hapa Township Primary School, nikarudi Al-Huda. Kwa hivyo niko nyumbani hapa, Your Excellency. Your Excellency, nimesikia wajumbe wameomba vitu mingi sana wa Kajiado, including my good friend Memusi. Hata yeye ameomba, amesema dam ijaze along River Kajiado. Na alienda akapinga finance bill. Unajua, nilisikiza His Excellency akiongea huko France. Akasema hii madeni ambaye Waafrika wanachukua, interest yake tunalipa mara 8 times ikilinganishwa na developed world. So wewe ukienda bank uchukue mikopo, alafu interest ya hiyo mikopo ikuwe inalipwa mara 8. Iko haja ya kuchukua hiyo mikopo kweli? Iko na maana kweli? Unajua mimi ni mfugaji. Unajua wafugaji, saa ile unafuga ngamia. Sijui kama Olelenko wako na ngamia, mimi niko na ngamia na mbuzi na ng'ombe. Saa ile inazaa, alafu unapata nini? Maziwa. Ama ukue mkulima uende ulime shamba, ulime mahindi. After miezi 3 mahindi ifanye nini? Itoke uanze kuvuna. Unasikia mzuri kuvuna nini? Jasho yako. Sisi pia wa Kenya, hii mabarabara tunaitisha, dams tunaitisha, maji tunaitisha, kwa sababu watu wa Kajiado wanataka maji, si ndio? Siko shida ya maji hapa. Lakini tunataka hiyo maji tutengeneze na pesa yetu kama nini? Wa Kenya. Tusikue tunaomba nini? Deni. Kwa hivyo mimi nashukuru sana Your Excellency, umetake bold decision, na najua after 3 years wa Kenya watafeel hiyo decision yako. Na nakubaliana sana na Bishop Lenini hapa pamoja na Sheikh Ali. Wametoa mahubiri ambayo imetugusa nini? Roho. Sisi kama wa Kenya tupatie rais wa Jamhuri ya Kenya fursa aweze kutufanya nini? Kutuhudumia. Tuanze kujaji yeye Memusi baada ya miaka ngapi? 5. Na mimi na Gavana Olelenko tumeona watu wetu wanahitaji maendeleo. Watu wa Isiolo wanahitaji maendeleo. Na watu wa Kajiado wanataka nini? Maendeleo. Na maendeleo haipatikani ukiweka sufuria kwa nini? Inapatikana kweli wananchi wa Kajiado? Iko na kazi hiyo kweli? Mimi ningeomba former Prime Minister Raila na watu yake wapatie serikali nafasi, wacha serikali wahudumie nini? Wa Kenya. Baada ya miaka 5 wewe ukuje utoe kasoro nani? Ya President Ruto usema ameshindwa kufanya ABCD Memusi. Lakini before that hata unataka upatiwe nafasi kama mjumbe wa Kajiado wote. Central uweze kuhudumia watu. Lakini kama wewe unataka kupatiwa nafasi uhudumie watu na utaki wengine wapatiwe nafasi ya kufanya nini? Ya kuhudumia watu. Kweli Memusi yako fair? Watu wa Kajiado ako fair kweli?
Ya mwisho, ningeomba watu ya media wakuwe objective sasa wanafanya nini? Wanafanya reporting. Criticize serikali na sasa serikali inafanya kazi mzuri, fanya nini? Pia upongeze. Kwa hayo machache na mengi, asanteni sana na Mungu awabariki. Naomba tumpigie Governor Ole Ntutu makofi akikuja. Karibu bro. Asante sana. Thank you, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Deputy President, Prime Cabinet, na viongozi wote wa Kajiado na Kenya kwa jumla, pia bishops na pastors na reverends. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kajiado, naomba kama governor wa county ya Narok mnisalamie tu kwa hewa tafadhali. Asante sana. Your Excellency, mimi sitakuwa na mengi kwa sababu naona muda imeenda. Kwanza nimekuja hapa kutoka Narok kuja kujumuika na mandugu zangu kutoka Kajiado ili tukukaribishe hapa na tuwe pamoja kwa hii maombi ya kushukuru Mwenyezi Mungu na pia kushukuru wao wakaaji kwa kuweza kutupea nafasi tuwe viongozi wao. Your Excellency, mimi naona kila mtu akifika hapa wanakushukuru kwa ile kazi ambayo unatufanyia. Nimesikia wandugu zangu kutoka Kajiado wanasema wamepata nafasi nyingi ya kazi. Na pia sisi huko Narok na pia huko Samburu tunasema asante kwa zile nafasi ambayo tumesema. Nafikiri mambo mawili tu, Your Excellency, mimi nataka kuomba kama moja ya hawa wandugu zangu ya Kajiado. Kwanza ni mambo ya mabarabara. Kwa hii miaka 10 yako, kwa sababu tunajua sisi ni 10, sisi hatujui 5. Tunaomba leo kwa sababu wewe unajua shida zetu. Hata sisi pia leo tupate lami kwa hii mabarabara yetu. Mambo ya barabara sa Maram, mimi muniachie na hii ndugu yangu, tutawekea wananchi wetu tukifungua barabara. Ya pili, Your Excellency, nakumbuka 2016-2017 ulitusaidia Narok wakati tulikuwa na shida ya mangano kwa hii loan ya FC. Na kwa sababu hawa ndugu zangu kwa kweli tulikuwa tunajaribu kuhesabu ni nani wamepoteza ng'ombe mingi kwa hii drought. Kajiado leo wamepata shida nyingi. Your Excellency, vile umetufanyia Narok wakati ulikuwa Deputy President, leo wewe ndio President. Tafadhali tu saidia hao ndugu zetu, hiyo loan wewe toa, kwa sababu najua vile ulikuwa umefanya huko Narok, wafanyie hawa pia waweze kuendelea na maisha yao. Kwa kweli leo wamepata shida kubwa sana. Ya mwisho, mimi nataka kuongelesha hao ndugu zangu jamii hizi zetu kwa hizi kaunti 3. Nikisikia hapa mnasema tutajua huko mbele. Sasa mimi nauliza, unajua safari ya kesho inapangwa sasa. Na kama inapangwa sasa na tunasema hii maneno yote rais amefanya, Deputy President amefanya, je, tukifika 2017 ni nini inatushikanga ama ni nini inakuanga ambayo tunaona tena watu wanapiga kona? Ayu wakana omonu au mone ndai ko lo masailang. Ore sini nyara de la rais na nafasi nina isho hiyo lile doikato megura bagi omonu tinigi yinigi po State House. Na lile lorga silizo ningo. Amado ye la rais tene grasa ki yoko loka simpokin. Anyo do hinido ye la nya yoko. Ora ke ba igi musho igindo jiro ningiderwa o shingwa na yi. Kibo idaba o memusi orko le kai kumo. Kai na omone ndajo ge mai bangara de lele. Mai da pai sini nye nabo. Amado du izonda yezi ne wei. Ini tu na bolong ishinda ya leba yeno jirudo. Bai ji 2017 ne bu ishinda. 2027. Ndada dia gara igiliwan. Elekishili lo ngubesir. Mambo ni mbaya. Tafadhali amebonga rabo ngini begi bode nebo. Na jaba gara ine na ja show leng Mungu awabariki. Thank you very much. Asante sana Governor Ndutu. Your Excellency the President, hata mimi sitachukua muda mrefu. Allow me to say 2 very short things, alafu ni muombe Prime Cabinet Secretary yetu akuja achukue program kutoka hapo. Mheshimiwa Rais, kama Wakenya kila wakati tukiona wanariadha wetu wakikimbia na kushinda mbio za dunia, tunafurahi sana Wakenya, na wakati huo tujioni kabila zetu tofauti, tunaona ni Wakenya wameshinda.
Mheshimiwa Rais, tukisikia katika mchango ya dunia Wakenya wanachangia kwa njia ya kipekee. Nakumbuka wakati moja James Mwangi na mambo ya benki alikuwa anasimama on top of the world, tunasikia vizuri. Your Excellency, siku hizi tumekuona katika maneno ya siasa South Africa, France na kwingine ukiweka Kenya kama msemaji wa Afrika. And Your Excellency, that is very emotional for us. Politics aside, we feel very proud when you fly our flag that high, and we want to say as Kenyans, at that time we do not have tribes, at that time we don't have parties, we don't have anything, we say it is Kenya shining. Thank you for making our country shine, and we have no doubt that along the way you will join one of the sons of Africa that made Africa proud, and of course as Kenyans proud. Your Excellency, appeal is an emotive issue and question of land, and this is quite an interesting conversation. And it is something very heavy, but I must say as the governor of Kajiado County. Your Excellency, kila county yetu iko na changamoto kubwa ambayo inasumbua county hizo. Tumeona Central Kenya wakilia sana maneno ya pombe na vijana, na tunashukuru Mheshimiwa Naibu wa Rais amechukua hiyo nafasi sio tu kwa Central Kenya lakini kwa taifa kupambana na hiyo. Mingi wa North Eastern Kenya na changamoto mingi zinazoendelea. Kila mmoja wetu hapo akisimama ako na stake ya Kajiado kupitia maneno ya ardhi. Lakini Your Excellency, kuna jambo shida mahali iko where the Maa nation is being dispossessed of their land. Wakati kiangazi imetoka kwa kiwango imekuja, watu wanapatia mtu deni ya 500,000, inawekwa interest rate ya 10% per week, alafu kidogo wamesaidiwa na ofisi ya ardhi, alafu kidogo familia yote wametoka, unakuta mwenye shamba amekuwa watchman na bibi zake na watoto wake wanamwangalia. Your Excellency, watu wengi hapa hawajui Kiswahili. Na katika maofisi za ardhi haswa sehemu za juu hawana watu ambaye wanaelewa lugha yao. Na unajua jambo kubwa inashikiliwa kwa ardhi ni mambo ya DCs, mambo ya land registrars, na hiyo mambo inakula jamii hii, na watoto wameanza kuimba shuleni kusema Mungu nisaidie nikue nirudishe shamba yetu. Hiyo ni ngumu sana kusema kwa platform ya taifa. But we must tell you difficult thing because we know kuna Wakenya wamenunua shamba genuine, lakini kuna wakora wameingilia na sasa watakuja kufanya hii county ambayo inachukuliwa kama county ya amani kuja kuwa county ya fujo. Sasa hivi kuna group ranches 2 zinapotea. Eselenge inapotea, Kuku iko kwa laini, juzi nimesimamisha Oldonyonyokie kwa sababu kumetokea mpango ya brokers, land board, control board ya wakora, wachache land officials wanasaidiwa na serikali, kidogo watu wametolewa kwa mashamba yao. That is a time bomb inasubiri kuchoma hii Kajiado. It is causing a lot of pain kwa tumbo za watu. Mimi nikuombe Mheshimiwa Rais, hiyo haihitaji finance bill, haina budget. It is just requiring all of us to be diligent. It is requiring the leaders tukataane na ukora. It is requiring officials wa ofisi wafanye kazi yao, kwa sababu mambo ya shamba ya Kajiado itakuja kuharibu jina nzuri ya county hii na kuhatarisha mali ya wale ambaye wamenunua shamba kwa njia ya haki. Na hiyo kama governor wa county hii Mheshimiwa Rais, na kueleza vile wengine wamelia mambo ya pombe, vile wengine wamelia mambo ya amani, vile wengine wamelia hiyo, as Kajiado County we have that pain in a very big way. Number 2, Your Excellency, umekuwa ukipambana na mambo ya dunia kwa climate change, na umesikia mambo ya ufugaji kwa hawa watu. As a county government, we are courageous to accept that we are a double-faced county. We have a rural Kajiado and we have urban Kajiado. In our urban Kajiado, we say we will work as a county to make our town more livable, to address the issue of waste management, kuangalia mambo ya mazingira yetu, na kuhakikisha wananchi wanarudi mijini kwa sababu dunia inaelekea urbanization. Kwa mambo ya ufugaji, we are saying modulated pastoralism. Niruhusu niwatangazie wangwana hawa kwamba hakuna serikali
wajibika katika mambo ya ufugaji kama serikali yako. Katika program ya County Aggregation and Industrial Park, I want to bring to your attention, Your Excellency, kwamba Kajiado, our aggregation product is livestock value chain, ambayo inaleta maneno ya ng'ombe, nyama, maneno. We want to aggregate our horticulture line kwa sababu sisi ndio kama wa kwanza kwa mambo ya kitunguu na mambo ya nyanya. Na kwa hivyo tunakushukuru sana kwamba hii serikali yako kwa wakati huu imewapatia wafugaji kipaumbele, na watu wataanza kuuza maziwa yao kwa njia inastahili, wataanza kuuza nyama badala ya kuuza ng'ombe mzima mzima na mbuzi mzima mzima, na ninajua kwamba maneno ya leather itarudi. Tukiwa vijana wadogo, Your Excellency, ulikuwa ukichinja mbuzi, kuna mtu anasimama kuchukua hiyo ngozi. Siku hizi ukienda vichinjio zote ngozi zimerundikana. Juzi katika presidential dialogue nilisikia hawa ndugu zetu wa leather hawajakueleza ukweli. The leather haijapangwa, leather iko na shida, na nafikiri wale wako ndani ya leather, they have more than they need. We must find a mechanism to increase investors in leather kwa sababu sasa hivi inaumiza watu hawa sana. Mambo ya maziwa hatazungumza sana kwa sababu tayari tumezungumzia, ukanieleza vile hizo kula zinakuja, na kwa hivyo Your Excellency, hiyo mambo ya aggregation yetu tuko tayari kuisongesha hiyo mbele. Mimi ni furahi tu kusema we are happy that you are here. We are very proud you are our president. We will continue to work with you and support you, because it is not even you we are supporting. It is ourselves we are supporting kwa sababu hata si tuko na deni ya wananchi. Na kwa hivyo maneno haya ya maji vile tumezungumza sitasema zaidi. Ya mwisho, and I hope sio mara ya pili nikisema ya mwisho. Unajua Senator Seki alisema mwisho mara 3. Sijui Memusi amesema mara ngapi. Your Excellency, umekuwa ukisikia vile mambo ilisambaratika. Chinua Achebe wrote a book called Things Fall Apart. Wewe ulikuja kwa nia njema kusindua University ya Kajiado hapa, in very good faith. You know, as a county, Your Excellency, we are the size of Rwanda. We are bigger than Israel. And we don't have a single public university. In your good faith, ukakuja ukafungua hiyo university. Wakati hiyo tulikuwa tunapanga kuhost madaraka hapa, na mlikuwa mmetupangia kujengewa hapa na serikali kuu. Mimi nimeweka AstroTurf kidogo, jana watu wako wamekuja wameharibu, hiyo tutaangalia kidogo kidogo. But Your Excellency, you have been compensating those guys whose things fell apart because of you. Our university fell apart. Our stadium fell apart kwa sababu ya watu wa Kajiado kutoka kukupokea. I want Your Excellency kukuomba tumwagie maji kidogo hapo bila kuongeza burden kubwa hiyo, lakini hizo mbili ziliathirika sababu yako. Hata siasa yangu karibu izamie hapo. I narrowly escaped the axe. Lakini si Mungu ni mwema, mimi ni governor hapa. Na kwa hivyo Your Excellency, nakukaribisha, tunakufurahia. Ningependa kusema hiyo neno ya ardhi, watu wananyamaza, lakini watu wanasema chini chini haitakuwa hivyo for long. Na ninajua itahatarisha mali ya watu genuine. So that we don't endanger true wealth, we do not allow criminals to soil our county by infiltrating our land transactions na kuharibu maisha ya watu wengine na kuleta chuki ya kikabila. Sitaki kusema zaidi ya hapo. Thank you Excellency for coming again. Kanisa, asanteni sana. Nimuombe nao our Prime Cabinet Secretary Honorable Musalia Mudavadi akuja tupelekeshe program kutoka hapo. Karibu sana. Welcome sir. Karibu sana. Thank you. Ni maajabu haya. Ulimwengu mzima uko hapa. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, William Samoei Ruto, Mheshimiwa Naibu wa Rais Rigathi Gachagua, viongozi wote ambao wamesimama hapa na kunena, na wale ambao hawakunena, na pia wachungaji wetu ambao kwa macho yangu wamepata A+. Wameendesha programu yao vizuri sana, hata nikashangaa. Nilikuwa naambia Senator Aaron kwamba, am I reading right? They are so precise with the timing. Pongezi sana. Thank you for your orderliness. Your Excellency, yangu ni point 3. Point ya kwanza, nitambue Waziri Tuya.
ambaye ni waziri wa mazingira. Asante sana. Kuna PSS wawili, kuna Kimotho. Ni zaidi. Nilipewa. Haya, mtanisaidia nione vizuri. Kuna Kimotho, kuna Terry. Haya, halafu John Kelo Ololtuana Kelo Arsama. Asanteni sana. Thank you. Hawa ni wateule wa Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto. Memusi, mimi nilikuja kwako. Tukakula mbuzi. Ulikuwa ukisema mambo yako na unalenga, na nilikuwa nakusikiza. Sasa umesema mambo tena nimekusikiza. Unajua katika Kenya hii kutoa yule mtu ambaye anaitwa incumbent ni shida. Wakati Moi alikuwa, mambo ikaenda ikakuwa ngumu kumng'oa. Kibaki akakuja, tukakuwa na referendum, tukiwa na wewe, hata tukiwa na mkubwa wetu William Samoei Ruto, tukashinda ile referendum ya yes and no. Lakini wakati tulifika kwa kura, mambo ikabadilika tena. Soma rada. Jambo langu la pili, nataka tu niseme kwamba wakati umezungumzia budget, katika budget ya Mheshimiwa Rais zaidi ya bilioni 600 zimewekwa kando kwa mambo ya elimu. The largest single allocation of resources in the budget has gone to education, and that is 600 billion shillings. Mara ya kwanza 30,000, a cohort of 30,000 teachers has been factored into the budget of the president to recruit 30,000 teachers to reduce the teacher-pupil ratio. Very, very significant development. Why did you vote against that? My third point, housing. Housing is not a stand alone. Umezungumza mambo ya maji. When you provide shelter, within that budget of that vote of housing, water must be made available to the residents. Sewerage must be made available. The access network in that housing must be made available. So, hiyo proposal ya Rais on housing, it is bigger than just housing. Housing is not a stand alone. Na kuomba, fikiria. Finally, mimi tu nataka ni seme nikiangalia chorus hapa. Chorus, wewe ulikuja kwa ofisi yangu. Na nikikwambia kama unataka nikiongeleshe, wewe tafuta kato. Tafuta hiyo laini. Kweli ama uongo? Haya. Wewe ni rafiki yetu, lakini haya. Nimekuambia. Katika Biblia kuna hadithi ya Samson.
Samson alienda kujivinjari. Samson akapoteza umaarufu wake. Samson akapoteza nguvu zake. Na kwa sababu ya hasira, Samson akasema, kwa sababu mimi sikupata na sijapata, sasa nitavunja temple yote ili kila mtu azame. Kwa viongozi ambao wako hapa, tukubali na tuamini kwamba Wakenya walipeana uongozi kwa William Samoei Ruto kupitia kwa kura. Tuache tabia ya kufikiria kuna Samson, kwa sababu hatukupata, tuvunje nyumba, tuharibu uchumi, tufanye maandamano kwa sababu hatukupata. Hiyo ni hadithi ya Samson. Let us be responsible citizens, tusaidie taifa letu, na kiongozi wetu yuko hapa, na Rigathi ni wanene na umwelekee Rais wa Jamhuri ya Kenya. Asante. Asante sana kiongozi wetu, Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, Prime Minister wetu, baba wetu maaskofu na kanisa, viongozi wote, endaso babogi, Mrs. Yesu. God is good and all the time. Nisalimieni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Hii Kajiado imejaa hapa kabisa. Asanteni, nimepigia nyinyi salute. Mheshimiwa Rais, mimi nikiwa hapa niko nyumbani. Mimi ni mtu ya area hii. Babangu alitoka sehemu hii zamani. Hii jina yangu Rigathi inaitwa Olekasi. Mimi ni Olekasi. Si iko hapa area hii? Hapo. Ikakorogwa na Wakikuyu, ikakuwa Rigathi. Hiyo Rigathi imekorogwa na vijana, imekuwa Rikichi. So tunaendelea kukoroga, so hivyo tunafurahi sana. Na kanisa tumeshukuru kwa kutukaribisha hapa kwa ibada ya shukurani. Tukimshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale mema ametufanyia na kuweka amani katika taifa letu. Na sana sana tukija hapa kusema asanti kwa Mwenyezi Mungu kupitia kwenu kutupatia uongozi. Kwa hivyo tukiwa hapa Kajiado, tungetaka kuchukua nafasi hii kusema wale wote mlituombea, mkatuongeza kura, tunataka kusema asanti kwa niaba ya rais na timu yetu. Nyinyi wakaaji wa Kajiado, mko na bahati kubwa sana kwa hii serikali ya Rais William Ruto. Kwa sababu baada ya kura kupigwa na serikali kuundwa, ile kiti muhimu zaidi katika serikali yeyote katika jamhuri, katika taifa letu, ya Controller of State House iko hapa Kajiado. Controller of State House ndio mwenye kupanga maneno yote ya rais. Hata mimi mwenyewe nikitaka kumuona rais napitia kwa Kato. Kwa hivyo nyinyi mambo yenu yuko sawa. It's up to you now, mjipange vizuri. Controller ako pale. And the trick ni muungane. You talk in one voice. Na mimi nataka kumshukuru governor na hao viongozi vile mumeamua kukaa na umoja, kuongea lugha moja, mkae karibu na rais. Mtu ya kupanga kufika kwa rais ni mtoto wenu. The ball is in your court. Hii maneno yote mnasema kiangazi, mambo mnasema ya maji, mambo yote, barabara iko hapa kwa Kato. Rais amefungulia nyinyi milango 24/7. Mwenye dare ako hapa. Mwenye kuamua nani ataingia ako. Mwenye kusema ngoja ako. What is your problem, watu ya Kajiado? Mungu na shida yote? Yes, it's up to you. Mpira iko kwenu. Mcheze kama nyinyi. Mjipange vizuri, muungane. Na Mheshimiwa Memusi, na kushukuru wewe unaongea ukweli kama mimi.
Na ni kweli umesema kwa hii maneno ya housing ulikuwa kurutu, hiyo ndio ukweli. Kama ungekuja tungekushauri kidogo. Tukueleze vizuri. Wewe umesema ati huna shida yote, shida yako ni masomo. Sasa watu ya hapa Kajiado Central vijana, mko na kazi? Mko na kibarua? There is a problem of employment here mheshimiwa. Na hii housing ni ya kuangalia hiyo maneno ya ajira ya vijana. Hao vijana unasema wasome, it is true. Wakisoma then sawa, mheshimiwa amesema anataka tu masomo. Okay, masomo iko na nia. Wakishasoma wakimaliza, what next? Si lazima tupange kazi yao? Yes, mheshimiwa. Number 2, hii Kajiado kama kuna county itafaidika kwa housing program ni county. Shangarawe yote inatoka hapa Kajiado. Sad harvesting hapa. Kwanza mnatuzia bei kali Nairobi, hata karibu tuende Ukambani kununua. You are very expensive, you are sad. Sisi wale tunajenga tunaumia hapa kununua mchanga. Inatoka hapa. Mambo ya quarries ya mawe iko hapa Kajiado. Clinker ambayo inatengeneza simiti ambayo inajenga nyumba inatoka hapa. The beneficiaries of the housing program, county number 1 in Kenya is Kajiado County. Vijana wapate kazi, muuze shagarawe, muuze mawe, muuze kila kitu. Baadaye mkiuza ng'ombe, mjenge manyumba. Watu wale wote tumeng'ang'ana Nairobi, tumekuwa wengi, tukuje tuishi hapa, mchukue pesa mwisho wa mwezi, muendelee na mambo yenu. So mheshimiwa, you have said well, you did not know, now you know. So another day kuja tukuchanue kidogo, hiyo tutembee pamoja. Na unajua once you don't know na umekubali ujui, tunakufundisha, then we move together. Si tumekubaliana watu wetu? Mimi sitaki kusidisha kutoka hapo. Your Excellency, sisi ni kushukuru wewe. You spoke for us in Paris. We were proud as Kenyan people, as African people, and you spoke very well. Hata hawa watu wetu wa press hiyo hawezi tangaza. Umesugumuza, kila mtu amesimama. You could even have given some time to that one. Lakini mzuri wa siku hizi iko hii mtandao. Social media hii tunafuatilia kila kitu. Hata msipoandika tunafuatilia. Now, therefore, we want to encourage Your Excellency to continue speaking for Africa, to continue representing this country, so that you can make us proud as a continent, as a nation, so that even the world can see we have also leaders of substance. Kwa hivyo sisi tumeshukuru sana kufika hapa, na mimi sitaki nisidishe kutoka hapo. Nataka tuseme asanti, mlitusaidia kwa uongozi. Wale walishindwa na wamesema watarudi kwa barabara siku ya Jumanne, tumewakaribisha. Hakuna shida. Si barabara ziko tu, kuna bahali zimeenda. Kuna bahali zimeenda. Bora tu wasiharibu mali ya Mkenya. Hiyo tu. Hiyo no go zone. Weka sufuria kwa kichwa, piga kelele, muende nyumbani jioni. Lakini mali ya Mkenya, hapana, hiyo haiwezekani. Si lazima tuambiane ukweli. Lazima tuambiane ukweli. Hii mali watu wanatafuta na shida mingi. Kwa hivyo nyinyi mkuja mpige kelele, kifika jioni muende pumzike, mjiangalie kwa TV jioni, kwa sababu hiyo watu ya TV hiyo wataonesha. Hiyo wataweka mpaka live, Your Excellency. Ile ya kuharibu tafadhali na OCS muangalie pahali imebaki, mjaribu kupunguza, kwa sababu vijana wetu walikuwa wameingia kwa mitaro, wengine wameoa, kuliko kulala juu ya kitanda wanalala chini ya kitanda. Sasa hii memusu unasema unataka masomo, itatoka wapi kama hakuna watoto? So hiyo vita inaendelea na tutaendelea naye mpaka hii dunia yetu ikae mzuri. Finally, tushukuru hawa viongozi ya Kajiado kwa ile kura walitupigia finance bill, walikaa mpaka usiku. Tunataka tuseme viongozi asanti. Senator Cheriot, the way you have asked the president that we do our bit, we are ready, we are equal to the task. You have done your job, we'll do ours. Na tutafanya. There is no problem. Mpango iko, plani iko,
mwenye kuongoza kazi yako. What is the problem? Pesa ndio ilikuwa imebaki, sasa imepatikana, mwenye kazi ako hapa. Ningetaka kuuliza nyinyi kwa heshima, msimame munisaidie kumkaribisha kiongozi wa taifa la Jamhuri ya Kenya, Mr. President. Karibu. Asanteni sana, tafadhali tuketi chini. Asanteni. Viongozi wetu wa kanisa na pia viongozi maimamu mlio hapa, ndugu viongozi wote na wananchi wa Kajiado, hamjambo. Kajiado enda subabogi. Meisisi olaitoriani. Moriega. Bwana Yesu asifiwe. Simunisalimie hivyo hewani nione Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Wacha kwanza nichukue nafasi hii niwashukuru viongozi wote wa Kajiado pamoja na wananchi kwa kuja ili kwa pamoja siku hii ya leo tumshukuru Mungu kwa sababu mwaka uliopita tulifanya uchaguzi na Mungu akatujalia ikawa ni uchaguzi wa amani, ikawa ni uchaguzi ambao haukuwa na ukabila, na ikawa ni uchaguzi ambayo ilitufanya sisi wote kama watu wa Kenya tukaheshimika hapa Kenya na duniani kote kwamba sisi ni watu ambao tunaelewa demokrasia ni nini. Na ndio tumekuja hapa kumshukuru Mungu in a very special way, to be grateful to God for making us a great nation. That we went to the elections, we elected our leaders in all parties in a peaceful manner and on the platform of an agenda of transforming our country. Nataka niwaambie ndugu zangu watu wa Kajiado, mimi nilikuja hapa na ndugu zangu hawa, tukaomba kura zenu. Nyinyi mkawa watu wangwana, waaminifu, watu wa Mungu, mkatupatia kura zenu, mkatuongezea maombi, naye Mungu akatupatia baraka, tukapata ushindi. Mimi nataka niseme asante sana. Sijui kama watu wa Kajiado mmenisikiza. Kajiado nimesema asante sana. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba kwa sababu sasa uchaguzi huko nyuma yetu, mimi nitaungana na viongozi wenu wote, wale waliochaguliwa kwa vyama vyote. Sasa ni nafasi yetu ya kuungana ili tutekeleze yale mambo yatafaidi watu wa Kenya na taifa letu la Kenya. It is time, leaders, for us to unite, to work together so that we can transform our nation and we can make our nation great. So nawauliza viongozi wote, na nimefurahi sana kwamba nimefika hapa leo, tuko na viongozi wa vyama zote. And that is how it should be. Tunataka sasa tuungane, tushirikiane, tufanye kazi ya wananchi. Na kazi hiyo hata saa zingine mkitukosoa hapa na pale hakuna matatizo. Bora iwe ni lengo ya kusaidia mambo yawe mazuri zaidi, sio kuharibu taifa letu la Kenya. We must work together, even as we work from different sides of the political divide. Even as you correct the wrongs that are there, even as you point out what you think should be done better, we must always have in our mind not to sabotage our country, to be able to work in such a manner that we take the country forward. So nawashukuru sana. Mimi nimefurahi kufika hapa na nimefurahi ya kwamba sote tunaungana katika harakati ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Asante sana viongozi wetu wa dini.
kwa kuongoza ibada hii ya shukurani. Tumekuja hapa kumshukuru Mungu. Nimemsikiza imam aliyeongea hapa, akasema tuliweka Mungu mbele na Mungu akatuonekania, na tena tusimuache huyo Mungu hata katika hali zote. Tuhakikishe ya kwamba tunamtegemea Mungu. And I want to tell you, we value what you have said. Pia askofu ametuambia kuhusu mambo ya 2 Kings 4 verses 1 I think up to around 10. Akasema ya kwamba kulikuwa na mama mmoja, bwana yake alikufa, alikuwa na deni. Wale wenye deni wakamkujia wakasema, sasa watoto wako wataenda kuwa watumwa kama malipo ya deni. Hata na sisi mnajua mambo, hali yetu vile ilivyo, na hatutaki Wakenya wakuwe watumwa ya wale wametukopesha pesa. Na ndio mnaona nang'ang'ana tutafute pesa yetu ya Kenya. Na hata ile deni tuko naye, mlinisikia huko Paris nikiwaambia wale wametupatia pesa wasitudai sana, kwa sababu wanatulipiza mara 8 ya watu wengine. Sasa nimeenda kuwauliza, hii mara 8 mnafikiri tutatoa hii pesa wapi? Kwa sababu hatutaki, na mimi sitaki tuwe watumwa ya watu. It has been read to us in the Bible kwamba yule ambaye amekopesha ama yule amekopa ni mtumwa ya ule wa kukopesha. So tuko na balaa hapo kidogo. And therefore, tafadhali na waomba na nawashukuru wabunge kwa kazi wamefanya, na sasa sote tuungane tutimize yale malengo tumepanga. Mimi nataka niseme mambo 4 ya muhimu kwa watu wa Kajiado na watu wa Kenya. Jambo la kwanza, na imezungumziwa na viongozi hapa, lazima tukabiliane na shida ya ongezeko ya gharama ya maisha. We must have a plan on how to confront the challenge of cost of living. Tumekuwa na tatizo kubwa kwa sababu mazao yetu mwaka uliopita ilipungua kwa sababu hatukukuwa na mbolea, na pia mvua ilipungua. Tukawa na matatizo kwa sababu ya mambo ya climate change. Tukawa na matatizo kwa sababu ya grains na fertilizer, ikaleta shida kwa sababu ya vita ingine kule Ukraine na mahali ingine. Mimi nataka niwaambie hivi, ndugu wa Kenya. Tuko na mambo 5 ambayo tunafanya kama serikali mliochagua kujaribu kukabiliana na shida ya gharama ya maisha. Jambo la kwanza, tumesajili wakulima wote 500,000. Na mwaka huu tumewapatia mbolea kila mkulima kiasi ya ile alikuwa anahitaji. Tumeweka pia katika budget yetu ya mwaka huu, hiyo ambayo wabunge wamepitisha, pesa ingine ya kuhakikisha kwamba tunaongeza mambo ya mbegu na mbolea kwa wakulima wetu mwaka unaokuja. Jambo la pili, tumeweka vile vile mpango kwa mambo ya ufugaji. Katika budget hii, for the first time, we have the largest budget in matters of livestock. Tumesema ya kwamba tunapoteza ng'ombe nyingi, mifugo, mbuzi, kondoo, ngamia kwa sababu ya mambo ya kiangazi, na zaidi kwa sababu ya mifugo yetu kukosa maji. Nimesikiza viongozi wameongea, na ndio sababu katika budget hii na mpango yetu tumeweka mpango mkubwa ya dams. Tumesema vile mmenisikia, tunajenga dams 100 kubwa, 33 tayari tumetengeneza kandarasi. Tunajenga dams karibu 1,000 zile ndogo, na karibu 3,000 zile water pans in every part of Kenya. Hapa Kajiado tuko na mpango kamili ili isitokee tena
ng'ombe zenu zikakufa kwa sababu ya kukosa maji, kwa sababu ya kukosa lishe. Hiyo mpango iko kati yetu. Dam ya Oloitikosh ambayo iko hapa. Jana nilikutana kule Paris na president wa Africa Development Bank ambao wanatusaidia kujenga hiyo dam. Dam ya kule mpango ya maji ya kutoka kule Kilimanjaro, ile Nolturesh ambayo itakuja mpaka itafika hapa Konza City. Lakini kabla ya kufika Konza City itatembea hiyo Kajiado Amboseli, hiyo dunia yote, Kajiado South, Kajiado Central, sehemu ile ingine. Pia tumeweka hiyo katika mipango yetu na iko katika budget ya mwaka huu. Dam ya maji ambayo mjumbe wenu Elijah amesema ya hapa Kajiado pia iko katika mipango yetu. Dams za kwanza 5 za Kajiado ziko katika mpango yetu ya phase 1. Zile zingine zitafuatilia katika mpango ya kukabiliana na gharama ya maisha. Vile vile tuko na mpango ambaye nishaongea na governor kuhusu maziwa yenu, vile ya kuaggregate maziwa. Tuko na milk coolers 25 ambayo tutapatia Kajiado. Nasikia huku kina mama sana ndio wenye maziwa. So kina mama mjipange na waletea mitungi ndio maziwa yenu isiharibike. Tufanye aggregation ili tupange bei mzuri, msihangaishwe na brokers na wale wananunua maziwa yetu kwa bei ya chini. Mpango ya 4 tumepanga ni kuhakikisha ya kwamba mazao yetu haiharibiki, kwa sababu tunapoteza up to 40% of our produce is lost because of post harvest losses. Tunakazana, tunazalisha, lakini 40% inapotea because of storage, because of lack of market. Na ndio sababu tena tumekubaliana county government na national government tutaungana tujenge county aggregation and industrial park ya Kajiado County. Wabunge hawa wamepitisha pesa bilioni 5 ya national government. Mimi nataka speaker na county assembly mupitishe pesa kiwango yenu ambayo mtapatia governor, kwa sababu tayari tumetangaza county aggregation and industrial park itakayo kutusaidia kwa mambo ya cost of living, kwa kupunguza mazao yetu ambayo inapotea na mazao ambayo tayari tumezalisha. Vile vile katika budget hii tumeweka masoko yale mengine madogo, karibu soko 400 zingine tutajenga in different parts, kusaidia wakulima wetu, kusaidia wafugaji wetu kupata mahali ya kuleta mazao yao, wapate bei ya sawasawa, na pia tuanze safari ya kuaggregate, kuvalue add, kuprocess, kumanufacture, tuongeze pesa itakayoingia kwa mfuko ya wakulima na wafugaji, na vile vile tupange ajira ya vijana wetu. So those are the 4 things I have said in matters to do with cost of living. Kwa sababu saa zingine tunaongea tu gharama ya maisha imepanda, lakini hatuelewi imepanda kwa sababu gani, ama ni mpango gani tutaifanya ndio iteremke. Ndio unaona watu wengine wanazungumzia hiyo gharama ya maisha mpaka wanaweka sufuria kwa kichwa. Hawakuelezi hii kuweka sufuria kwa kichwa itasaidia kupunguza gharama ya maisha kwa njia gani, na ni kushindwa tu kuelewa. That's the problem. So we have a plan on what we want to do. Jambo la pili ni mambo ya elimu. Ndugu wa Kenya, nataka mjue elimu ni kitu ya muhimu sana. Sisi kama taifa pengine hatuna minerals nyingi, hatuna mafuta ile inatoka sijui wapi, lakini tuko na wananchi wenye akili na bidii ajabu. Duniani kote Wakenya wanajulikana kama ni wafanyikazi wa bidii sana. Na kwa sababu Wakenya ni watu wa bidii, njia ya kuhakikisha ya kwamba Wakenya wanapata nafasi ya kutumia
akili yao na uwezo wao na bidii yao ni kupitia kwa elimu. Na ndio sababu vile mmesikia katika budget hii tumeweka pesa bilioni 650 kwa ajili ya masomo ya watoto wa taifa letu la Kenya. Kutoka primary school, kutoka chekechea, all the way mpaka college, mpaka university. Na tofauti ya miaka ingine, tumeweka pesa zaidi kwa jambo hili la elimu, and I agree with your MP kwamba education is important, ni ya muhimu. And that is why tumeweka pesa nyingi, na mwaka huu tumeongeza hata zaidi. Mwaka uliopita, kwa sababu nilisema wakati wa campaign, tuko na shida ya walimu. Watoto wanaenda shule, wanahangaika kwa sababu hakuna walimu wa kutosha. Last year, this year actually January, tuliajiri walimu 35,000 wapya. Haijafanyika katika Kenya huru kwamba walimu 35,000 wameajiriwa wakati mmoja. Tena katika hii budget nimeweka pesa ya kuajiri walimu wengine 25,000 in this budget. Mwaka ujao nitaajiri tena walimu wengine kwa sababu tuko na upungufu ya walimu karibu 110,000. We must close the gap so that when our children go to school, they go to school to learn because we have teachers to teach them. Vile vile katika hii budget nimeweka pesa ya walimu wa Technical Training College. Tuko na Masai Technical hapa. Hatuna walimu wa kutosha. Tunawaajiri walimu wengine 1,700 in this budget, kuhakikisha kwamba watoto wetu wakienda shuleni wanaenda kusoma. Vile vile different from all other budgets, katika hii budget nimeongeza pesa ambayo inaenda sekta ya elimu kwa pesa zaidi ya bilioni 65. An extra 65 billion shillings we are spending in education, beyond what we have been spending. Tumesema ya kwamba watoto wetu ambao wanasoma hapa Masai Technical, all our attebds kwa Kenya, tulikuwa tunawapatia pesa bilioni 5 na laki 5.2 billion every year. Kwa hii budget tumeongeza kutoka 5.2 kupitia kwa pesa ambayo tumeweka Higher Education Loans Board, pesa ambayo tumeweka na kubadilisha. Tumesema hatutakuwa tunapatiana pesa ati kwa college ama university kama grant. Hapana. Sasa tumebadilisha, tunapatia kila mwanafunzi scholarship, pesa ya serikali. Na kupitia hiyo mpango tumeongeza pesa ambayo itakuja college, Masai teachers hapa na colleges zingine zote, from about 5.2 billion to 10 billion. Because education of our children is important. Universities zetu zilikuwa karibu zinakufa kwa sababu hawakuwa wamepatiwa pesa ya kutosha. Walikuwa wanapatiwa 44 billion, wanahitaji 80 billion. Kwa hii budget tumeongeza pesa ambayo itaenda universities through scholarship, through grants, through loan, kutoka 48 billion mpaka 82 billion ambayo itaenda katika universities zetu, ili watoto wetu wote wasome. And we want to make sure, universities zetu zilikuwa na matatizo makubwa sana. Tumefanya mkutano karibu 10 na university councils, vice chancellors, na tumekubaliana vile masomo ya watoto wetu itaendelea mbele. So nataka niwaambie waheshimiwa wabunge, msikuwe na wasiwasi na masomo. Nimepanga vizuri mambo ya masomo. So Elijah, relax. Nimepanga nimepanga vile wewe umesema vizuri, elimu ni mzuri. Ni ya maana. Na nimeweka hapo mpango mzuri. Ungenisaidia tu kupitisha. Unaona sasa umeharibu tu na mambo yako yote nilikuwa nimeweka ndani. Umesema kuruhusu kidogo, lakini polepole tutasaidiana. So mambo hiyo tumepanga namna hiyo. Ya mwisho kwa mambo nataka nimesema mambo ya cost of living, nimesema mambo ya elimu, na elimu hiyo ni muhimu sana kwa sababu tunataka kusukuma vijana wetu wakienda shuleni wanapata elimu. Mimi nataka niulize wabunge,
pia na nyinyi tusaidiane katika pesa yenu ya CDF, mtusaidie ili tuhakikishe ya kwamba hiyo pesa inatumika kwa njia mzuri, madarasa ipatikane, ndio nikiajiri walimu, madarasa iweko, ndio tupeleke watoto wetu shuleni wasome, wasiende kuhangaika kwa jua ama kwa mvua ama kwa mahali iko matope. Tusaidiane pamoja, si namna hiyo jameni? Jambo la tatu nataka nizungumzie ni mambo ya ajira. Sote tunakubaliana kama Wakenya ya kwamba tuko na Wakenya zaidi ya 500,000 wamemaliza shule hawana ajira. Ni kweli ama si kweli? Wanaongezeka watoto wanaotoka shuleni, wanaotoka university, wanaotoka colleges zetu ni karibu watoto 1,800 kila mwaka. Pia wao wanaingia kiwanjani na hakuna mpango sawa ya ajira. Ni vizuri tupange masomo, lakini ni vizuri hata zaidi tupange masomo, wakikamilisha wawe na mpango ya ajira. Na ni responsibility yetu kama serikali na kama viongozi tupange hawa watoto wetu wakitoka shuleni, wakitoka TVET, wakitoka university, we must have a practical, intentional, deliberate plan on where these young people with their education, armed with their knowledge, armed with their skills, armed with their competence, what they are going to do. Otherwise, hawa ndio wataenda kuhangaika, wataingia mtaro kwa sababu ya pombe, wamekosa namna, wataingia kwa madawa, wale wataingia kwa uhalifu, na tutapoteza vijana wetu. We must have a plan. Tunaelewana jameni? Tuko na mpango mara 4 ya vile ya kupanga ajira ya hawa vijana wetu. It is good for me to explain so that leaders can understand and Kenyans can hold us to account. Nimeweka mpango, tunaongea saa hizi, tumeongea na watu wa Ujerumani, tumeongea na watu wa Marekani, tumeongea na watu wa Canada, tumeongea na watu wa UAE na the whole of that region, ya kwamba na wametuuliza ya kwamba tuwapatie vijana wetu watakao kwenda kufanya kazi huko. Saa hizi kama serikali tunapanga bilateral labor agreements. Tunataka vijana wetu wakienda huko lazima tukubaliane mbele hawa vijana watalipwa pesa ngapi. Hatutaki tena watoto wetu waende huko, waende wahangaike, tusikie ile maneno tumekuwa tukisikia hapo nyuma. Na sio lazima watoto wetu waende huko peke yake kasi ya domestic workers. Tuko na watu wengi, tuko na watu skills, tuko na clinical officers, tuko na nurses, tuko na madaktari, tuko na engineers, tuko na plumbers, tuko na watu wengi. That is what we are planning, na mimi nataka niwahakikishie hiyo mpango iko sambamba, na ndio nilitengeneza State Department of Diaspora Affairs ambaye kazi yake ni kupanga vile Wakenya watapata ajira katika nchi zingine. Hiyo ni program number 1. Program number 2 kwa ajira, tumekubaliana vile vile ya kwamba katika mpango yetu lazima tuongeze mpango ya manufacturing. Lazima tuwe na viwanda ambayo itatusaidia kuajiri hawa vijana. Na ndio unaona Memusi, katika hiyo budget nimesema wale watu wanatuletea sijui kitanda, sijui meza, sijui kiti kutoka China. Nimewaambia tuko na vijana ya kutosha, hata hapa Kajiado wanaweza kutengeneza kitanda. Yaani mimi nataka niulize nyinyi watu wa Kajiado, kitanda lazima mpaka tuende tununue China? Sio, ni ukumbafu sana ama namna gani? Kwani hawa vijana wanasomea hapa Masai Technical, kazi yao ni nini? Si ndio hiyo? So nimesema kwa hii budget wale watu wanataka kutuletea hiyo furniture kutoka nchi zingine walipe ushuru kubwa sana, kwa sababu tuko na vijana ya kutosha. We want to protect our young people so that they can get jobs. At least the furniture jobs should be left to the young people of Kenya. Tumekubaliana? Nimesema vile vile ili kuongeza viwanda zetu, ile simiti ambayo tunaweza kutengeneza hapa Kenya, Klinka inapatikana Kajiado, mambo ile ingine inapatikana dunia hii. Hakuna haja ya sisi kwenda kuagiza simiti kutoka nchi zingine, na tunaweza kutengeneza hapa Kenya. Katika hii mpango nimesema wale watu wanataka kutuletea simiti ni sawa, lakini
kwa sababu mnajivinjari, mtalipa ushuru zaidi. Sisi tunataka simiti itengenezwe na vijana wa Kenya, so that we can have more industries to create cement in Kenya. Nimesema vile vile wale watu wanatuletea chuma hii ambayo inatengenezwa na iron ore ambayo inapatikana hapa, hakuna haja. Tuko na factory ya kutosha. Badala ya kuagiza chuma kutoka nje, tuongeze factory ya kutengeneza chuma hapa Kenya. Vijana wetu wapate kazi, tuwe na wafanyabiashara, tuongeze hardware ambao watatuuzia, na tuongeze hiyo kazi nyingine. Sijui kama tunaelewana. So mpango yetu ya pili, mbali na ile ya kwanza ya kupeleka wa Kenya kufanya kazi nje, lazima pia tuwe na kazi hapa nyumbani. Ile ya nje haitoshi kwa sababu ile ni ya wenyewe. Lazima pia tupange yetu ya nyumbani. Na tumeweka mpango mkubwa ya mambo ya manufacturing. Na tumesema hata zaidi, the third issue, kwa hiyo mambo ya kupanga ajira, tumekubaliana ile county aggregation and industrial park ambayo tunajenga hapa, vile vile tutalete vifaa common user facilities ya kupanga agroprocessing, value addition, manufacturing, ndio tuongeze dhamana kwa ile mazao yetu yote. Hata ngozi ya ng'ombe tunataka safari hii, na nimeweka pesa ya kutosha kwa mambo ya ngozi ya leather value chain. Hatutaki ikifika mwaka 2 ijayo mimi nitapiga marufuku viatu ambayo inatolewa nje. Sisi tutakuwa tunatengeneza viatu na ngozi ya ng'ombe yetu hapa Kenya. Ngozi yetu tunaenda tunapatia umbwa inakula, si ni kweli? Alafu ngozi ya watu wengine ndio tunaenda kununua na hii bei ghali, sijui shilingi 20,000, sijui shilingi 40,000 viatu. Sio ni ukumbavu mingi sana? Ama namna gani jameni? Sijui kama tunaelewana. Na hakuna ati miujiza inafanyika. Hii ngozi ni hiyo hiyo tu ya ng'ombe. Sijui kama tunaelewana. So nimeweka karibu bilioni 2 kwa mambo ya treatment ya ngozi. Mutaona katika budget. Nimeweka pesa ya kutosha katika leather value chain kuhakikisha kwamba ng'ombe zetu zinatumika. Wale wakulima mnauza ngozi sijui shilingi 100, sijui 50 mnatupa. Sasa tutatengeneza bei ya sawasawa ya nyama na ngozi pamoja. Lazima itembee. Si mnaona hii kitu mungepigia kura mapema? Mungenipitishia mapema nianze kazi hapa namna gani? Jameni, tuko pamoja? Hiyo ni kazi yetu ya tatu. Kazi ya tatu, ya 4 katika kupanga ajira ya Wakenya. Nataka mnisikie vizuri kwa sababu namshukuru mjumbe wenu huyu Elijah Kanchori. Amesema sijui utatueleza. Siwacha nieleze tu mheshimiwa ndio ipatikane. Anasema hakujua. Na unajua Waswahili wanasema kuuliza si ujinga. Ni kutaka nini? Ni kutaka kujua. So hapo tena wale watu Kanjori wanakuja kusumbua, wanataka basari. Mimi nataka nipange huko mbele. Wakimalizana na wewe na basari, wawe na kazi ya kufanya huko. Bure ile basari utakuwa umepatiana itaenda hasara. Ama namna gani? Tuko pamoja? So ndio hii mpango ya housing. Na mimi nataka mnisikize vizuri. Mpango ya housing. Hii mpango ya housing iko na mambo 3. Jambo la kwanza, mpango ya housing ni nyumba. Sababu gani tupange nyumba? Nataka muniulize. Lazima tupange mambo ya manyumba kwa sababu tuko na watu wengi Kenya mzima hii, watu wanaoishi katika mahali inaitwa slum. Hata hii Kajiado iko slum. Tuko na slums 1400 Kenya. Watu wanaishi mahali hakuna choo, hakuna maji, hakuna barabara, hakuna stima, hakuna nini. Watu wanahangaika. Wanaishi kama watu ambao in a very indignified environment. So tuko na hiyo mpango. Ya pili ni kupanga ajira. Katika hii kujenga manyumba hii yote, mpango yetu ni kuhakikisha kwamba Wakenya milioni 1 kila mwaka wanapata ajira kupitia kwa mambo ya housing. Kuanzia wale wanafanya huko factory ya simiti, kwa sababu tukienda hii program tutahitaji factory 2-3 ingine mpya ya simiti, na kunakuwa na watu wanafanya huko. Tutakuwa na watu wa kutengeneza chuma, tutakuwa na watu ya kutengeneza products ya construction, watu ambao watatengenezea madirisha, milango, plumbers,
carpenters, masons, wale wote ambao engineers, architects, quantity surveyors, hiyo watu yote ambao tunawapitishia kwa shule wametumia pesa yetu mingi, tunataka wakuje wafanye hiyo kazi, tujenge hiyo mpango na ajira zipatikane. Nimesikia mumeongea hapa, viongozi wamesema tulikuwa na mtu fulani, tafutia yeye kazi. Tulikuwa na mtu fulani, tafutia yeye kazi. Na mbona hamusemi wale wengine wengi watatafutiwa kazi na nani? Ni mzuri. Si hawa wadosi wameniambia nitafute kazi ya wadosi hapa. Tafute kazi ya Olemeja, tafute kazi ya nani, tafute kazi ya nani. Na wale wengine huko nyuma wengi dunia ile, plumber, sijui mason, sijui carpenter, sijui nani. Maneno yao tutaongea siku gani? Sijui kama tunaelewana. Wale ndio hii mpango ndio itaokoa mambo yao. Please. Viongozi tafadhali jameni. Mkubali tupange mambo ya watu wote. Tupange yetu lakini tupange ya wananchi pia. Ama mnasemaje watu wa Kajiado? Ama mnataka tu tupange ya wadosi hapa mbele? Si tupange na mpaka wale wa nyuma huko. Na hata kama ingewezekana tungeanzia huko nyuma. Nyinyi ngoje kidogo at least. Sijui kama tumekubaliana. So hii mpango ya housing ni kwa sababu tutakuwa na nafasi ya kupanga ajira ya Wakenya. Kila sehemu tupange ajira ya Wakenya. Jambo la tatu, nani ya muhimu? Kwanza nyinyi wafugaji, nataka mnisikize vizuri. Na wakulima. Ardhi kubwa Kenya ambayo tungetumia kwa kuzalisha chakula kwa kilimo. Ardhi kubwa ambayo tungetumia kwa kuzalisha mifugo. Saa hizi inakatwa. Ili watu wajenge slum. Huyu anajenga nyumba hapo, mwingine anajenga pale, inapangwa kaburi hapa, inapangwa sijui nini pale, inapangwa nini pale. Tukiendelea na hiyo mpango ya land fragmentation, mwisho tutakosa mahali ya kuzalisha chakula, tutakosa mahali ya kulima, na tutakosa mahali ya kulisha ng'ombe zetu, na Kenya itapotea. Nyumba hizi ni muhimu. Tukusanye hii watu yote badala ya kwenda kuhangaika na kujenga nyumba everywhere. Tukusanye tuwajengee nyumba hapa town. Kila mtu aishi hapa. Tubaki ile shamba ingine tuchunge naye ng'ombe na tulime. Ndio tuweze kuwa na chakula ya kutosha. Kwanza nyinyi ndio mngekuwa mstari ya mbele kuunga mkono mambo ya housing. Umesikia Kanjori, sasa unaona vile inakusaidia kupanga mambo. Saa hii mnasema shamba inauzwa 50 by 100, 50 by 100 everywhere. Ili kusimamisha hii 50 by 100, hii watu wanatafuta 50 by 100 ni kwa sababu wanatafuta mahali ya kuishi. Ama namna gani? Lakini tukiweka nyumba mzuri, iko na stima, iko na maji, iko na hospitali hapo karibu, iko na shule hapo karibu, iko na mambo hiyo ingine. Mtu atakuja kuhangaika kwa 50 by 100 akitafuta nini? Si ataenda kununua ile nyumba aendelee na dunia inasonga mbele. That's what we want. Sijui kama tumeelewana jameni. So housing is very important. It will help us deal with the people who are living in our slums. It will create jobs for our young people. It will increase our manufacturing as a percentage of GDP. And number 4, it will assist us to reverse land fragmentation that is threatening our food security and is threatening land that we are using for our livestock. It is very important. Sio kama tumeelewana. Nimeeleza vizuri sasa Kanjori nafikiri umeshika. So, but it is good. Mimi napenda sana kwamba tunaongeleshana vizuri. Ya mwisho, mimi nataka niseme, nilikuwa nimewaambia niko na mambo manne. Ya mwisho ni mambo ya matibabu. Tumekubaliana ya kwamba, na ni mimi niliwaambia, ya kwamba mambo itakuwa bottom up. Sio namna hiyo? Tumekubaliana Mheshimiwa Governor, wale community health promoters wa Kajiado ni watu ngapi? 3,000. Tunaelewana? Huyu governor tumekubaliana ya kwamba mambo ya matibabu ni mambo ya muhimu sana. Wananchi wengi wanaingia kwa umaskini. Mtu amekuwa mgonjwa,
ameenda hospitali, bill ndio ile 1,500, milioni 1, milioni 5, nyumba inauzwa, ng'ombe inauzwa, shamba inauzwa, watu wanaingia kwa umaskini. Ni kweli ama si kweli? Na ndio tumesema jambo la afya lazima tuishughulikie vile inavyopaswa. Hatua yetu ya kwanza, tumekubaliana na counties ya kwamba tutaanza mambo ya matibabu kwa kijiji ya kila mtu. Tumekubaliana counties na national government tutaungana kulipa community health promoters. All community health promoters. Na tuko na watu karibu 100,000, 100,000 community health workers in Kenya. Kajiado hapa ni 3,000. Huyu Lengu atalipa hawa stipend nusu na mimi nitalipa ile ingine nusu. Nimekubali ya kwamba nitatumia pesa ya national government karibu shilingi bilioni 3 to make sure that hawa community health promoters wote wako na vifaa ya kutosha. Na tumekubaliana na counties ya kwamba matibabu itaanza kwa kijiji. Yule community health promoter tutampatia nyumba 100. 100 households ndio atakuwa anasimamia hapo. Na hakuna kazi nyingine anafanya. Kazi yake ni kuzunguka hapo kwa hiyo manyumba yenu 100, anakuja kwa mama fulani, anakupima pressure, anapima sukari, anakuuliza kama uko na homa, kama ni ile kidogo kidogo anakutafutia aspirin kidogo anakupatia. Hakuna haja ya kwenda hospitali kama sio nini ya kwenda hospitali. Kama ugonjwa yako ni ya dispensary anakuambia enda dispensary. Kama ile umepatikana nayo ni ya health center anakuambia enda health center. Kama imezidi hapo ni ya kwenda kwa referral hospital unaenda huko. Hakuna haja ya sisi kwenda kusumbuana kwa aspirin, unaenda kujaza watu kwa referral hospital na kumbe mambo yako tu ni homa kidogo, iko makamasi kidogo, unapatiwa nini, unamaliziwa unaenda. Sijui kama tunaelewana. So tumekubaliana na hawa wadosi, tunaanza pale kijiji. Ya pili tumekubaliana ile inaitwa PCN. Tutaweka health center, dispensary na level 4 moja pamoja, iwe managed pamoja. Tumekubaliana mambo ya referral. Nimekubaliana na hawa waheshimiwa, mimi nitatafuta vifaa. Lengu akijenga hospitali, mimi nakuja kuweka equipment. Gavana yote akijenga hospitali, tunaweka equipment kwa njia ambayo tumekubaliana, so that we can manage our health. Mimi nataka niulize wabunge, tumeketi chini na counties, walikuwa na mkutano last week na waziri wangu wa afya na wamekubaliana. Sasa tutalete sheria bunge. Governors are going through the law, tutalete sheria bunge, karibu sheria 4 ama 5 ya kusimamia mambo ya matibabu. Sheria ambayo itatusaidia kuendesha sekta hiyo. Tulikubaliana vile vile mambo ya NHIF. Tunaibadilisha na tunalete bunge sheria mpya ya NHIF ili tuteremushe ile malipo watu wa chini wanalipa. Saa hizi watu wa chini kabisa wanalipa 500 kwa NHIF. Tunataka ikuje 300. Wadosi kama mimi ambaye nalipa 1,000 nilipe 10,000. Kwa sababu sasa kama mshahara yako ni kubwa, si wewe ulipe kulingana na mshahara yako. Na ule mtu ya kuhustle si apunguziwe hata yeye hustle hapo chini lakini anatoa kidogo. Ama namna gani? Tumesema hivi kwa sababu zamani unajua hii dunia wadosi wanajipenda sana. Sisi tulikuwa tunalipa 0.0001% na mama mboga analipa 10%. Sasa tumebadilisha, tunasema kila mtu atalipa 2.75%. Ile inatoshana na mimi na hao wadosi tutalipa. Ile mama mboga pia tumpunguzie. Ndio kila mtu tuelekee hiyo barabara. Sheria tunalete bunge. Kanjori utaongoza hiyo kwaya yaku. Mtasaidiana na ama mnatakaje? Si tupunguze ya watu wa chini wadosi walipe zaidi. Hiyo tutakuwa hapo. So tujipange namna hiyo so that we can tupeleke mambo ya taifa letu la Kenya mbele. Watu wa Kajiado, mimi nataka niwashukuru sana.
Nilikuwa nimewaambia niko na maneno manne ya kuwaambia ndio mjue Kenya inaenda wapi. Tusipigishe siasa hii ndogo ndogo ambayo haisaidii mambo yote. Niliwaambia hata magavana wetu walinipigia kelele kama miezi 3-4 mwanzo wa mwaka huu. Wakaniambia umechelewesha pesa yetu, county national government ina sabotage counties bla bla bla. Lakini mimi nikawaambia ile kitu siwezi kufanya ni kwenda kukopa beyond ile pesa. Hiyo mambo ya zamani ya kukopa pesa kiholela mimi siwezi fanya. Hata kama tutangojea another 1 month, wacha tungojee ndio tukusanye ushuru ya Kenya. Sasa walikuwa wanipigia kelele 6 months ago. Leo nimelipa pesa ya counties yote. Hakuna county inadai mimi hata shilingi moja. I have paid. This week I have paid all the money. Sijui kama tunaelewana. There is no single shilling county inadai national government. Last year walivuka na madeni ya counties. This year nimesema sivuki na deni ya mtu yeyote. This week we have paid all the counties. Sasa mko na pesa kwa accounts zenu almost 110 billion mko naye. Sasa endeleeni sasa kupanga mambo ya wananchi. Msiniulize pesa. Ama namna gani? Sijui kama tunaelewana. Lakini lazima iwe na mpango. Kama ningekubali ati niende nikope kiholela zitungezama. Hapana, mimi siwezi kubali hiyo maneno. So tukubaliane. Tumepanga hivyo, and I want to tell the counties you have my 100% support. Kwa sababu tunataka counties zikifaulu, taifa letu la Kenya itafaulu. We are going to work with you. We are going to make sure that we take the country forward together. Na tutashirikiana pamoja. Watu wa Kajiado, mjue mimi nawapenda sana. Mama wenu wa county, Mama Lea, asante sana. Ameniambia nipange mambo ya ushanga. Tayari tumepanga mambo ya ushanga. Tumeweka milioni 200 katika hii budget kwa mambo ya ushanga. Ameniambia ya kwamba mko na mambo ya cooperative. Mimi nataka niwaambie watu wa Kajiado na mnisikize vizuri. Pangeni mambo ya cooperative. Nimetengeneza wizara maalum, standalone ministry, ambayo itashughulika na mambo ya cooperative na mambo ya micro, small and medium enterprise. Na hiyo kazi tumeweka pesa ya kutosha. Hata ile mama county amesema anataka nikuje nifanye harambee ya cooperative. Niko na pesa ya serikali, tunakuja kufanya harambee ya nini? Mimi wewe panga watu. Niko na pesa ya serikali mumepitisha wewe, kwani hukusoma? Tuko na pesa ya serikali tutawapatia. Saa hizi tuko na pesa ambayo hata mmeshindwa kukopa. Sasa mimi nashangaa nyinyi. Mbona mnasumbuka namna hii na hiyo pesa? Sikizeni. Katika hustler fund ya mambo ya groups, watu 10 mnaweza kushikana, mtapatiwa pesa. Watu 10, watu 20, watu wa soko, wamama wa soko 20, watu fulani 20, wale wa kule ya kutengeneza wale wa sand harvesters, cooperative ya sand harvesters, niko na pesa yenu. Endeni mchukue pesa muendeshe biashara yenu. Bora mulipe. Hakuna pesa ya bure. Unachukua, lakini tumepunguza nini? Hauhitaji logbook, hauhitaji title deed, na riba yake iko chini. Chukua pesa, mfanye biashara, tusonge mbele. We have all the money that you need. Sijui kama tumeelewana. Kajiado nilikuwa naona leo asubuhi mumetengeneza groups ambazo ya kukopa pesa 2800. Lakini sasa mumalize mambo yenu, pesa inawangojea. Sijui kama tunaelewana. Na nimeweka pesa ya kutosha kwa hiyo kiwanja. Mfanyi biashara yote ambaye yako na mpango ya biashara, we have money for you. Watu wa Kajiado nataka niwashukuru tena. Ile pesa ya hustler fund, watu wa Kajiado wamekopa 800 million. Nyinyi mko na mpango. Na tena mumefanya vizuri kwa sababu mumelipa 70% ya watu wa Kajiado, 71% wamelipa.
Wale wajanja ni wachache. Na hawa nitangojea hapo mbele kidogo. Najua mahali nitawapata. Wale wajanja, I know where to find them. Sijui kama tunaelewana. Unajua kuna wengine wamechukua pesa ya Hustler Fund na alafu wamekula kona. Alafu wamesikia iko ya group, wamekuja. Sasa wamekuja wakijipanga hapo kwa group, wanajipanga, wanasonga songa, mwisho wanaulizwa na ile sasa wamekwama. Sasa ikabidi walipe ile kwanza ndio wapate hii. Unajua hata hiyo ingine nitawapata mbele. Najua mahali ya kuwapata. So hakuna shida. Lakini ile kitu ya muhimu zaidi ni kwamba leo Mkenya anaweza kupata pesa bila ya kujua mtu yeyote, bila ya kwenda kwa ofisi yoyote, bila ya kwenda kwa kamati yoyote, bila ya kujulikana na chief ama mjumbe ama mheshimiwa ama hata likuru ile ya nyumbani hapo. Unaweza kwa mtandao, unaweza, bora uwe na discipline ya kujipanga. So tuendelee namna hiyo. Tutapangana hivyo na tutahakikisha kwamba tunasonga mbele pamoja. Ilikuwa ni vizuri niwaeleze ndio tujue sisi wote tunaenda mbele namna gani. Na mjue sisi wote ni wa Kenya. Na Kenya hatuna spare, hii ndio hiyo iko. Na sisi wote tuichunge na tuifanyie kazi na tuipangie mambo mazuri. Hata wale watu wa upinzani, mimi na waheshimu wafanye kazi ya upinzani, lakini wafanye kazi ya upinzani wakijua Kenya ni yetu sote. Tupange vizuri. Tukosoe kwa mpango, sio kwa kuharibu. Tufanye hiyo because we want to run a better country. I want to give assurance to everybody in Kenya that we will continue to be a free country. We will continue to respect the right of everybody, the freedom of everybody to say whatever they want, to speak whatever they want, to write whatever they want, to have whatever opinion they want. Hakuna mtu ambaye atazuiwa na mtu yeyote. Ile utakuzuia ni sheria. Lakini serikali hatuna uwezo ya kuzuia mtu, na hatuna mpango. We have no agenda. We believe in the freedom of the media to write whatever they want, to criticize however they want, to write even if we don't agree with what they write. We will defend their right to say it and to write it. But that right extends to everybody. Even the things the media don't want said, those who are saying them have also a right to say whatever they are saying. So let this right be for everybody. Kila mtu aseme. Kama media hataki maneno ya huyu, waseme hatutaki mambo ya huyu. Kama wewe hutaki maneno ya media, useme hutaki maneno ya media. Ni sawa namna hiyo. Bora tufanye kwa amani, tusikuwe na fujo. Tuendelee namna hiyo. So let us continue in that manner. Tushirikiane hivyo. Asanteni sana. Nimeuliza na hao maaskofu ya kwamba nilikuanga na chai mahali fulani imechelewa. Mimi nitawaambia nitapanga hiyo maneno. Tukuje tukunywe chai, tupate maombi na tuendelee pamoja. Watu wa Kajiado, mimi nimefurahi sana. Nimewashukuru sana kwa kunikaribisha. Viongozi wote, asanteni sana kwa kunikaribisha. Tuko pamoja na watakia baraka ya Mungu. Mungu awabariki sana na Mungu awajalie. Thank you very much and God bless you. Simame wote ili tupate